Asante sana Bwana Sakaja. Aya, asante sana Sakaja kwa kufika, na naibu wako Bwana Mushiri vile vile ametembea, na mbunge wa Lang'ata Nixon Korir kwa kukuja. Kwanza kabisa, this is a very short program na ni kuhusiana na mahitaji ya watu wa Mukuru ambayo wanataka wafanyiwe iwapo mtachaguliwa katika uongozi ya kaunti ya Nairobi. Na kumbuka hii program ilikuwa designed na washirika ama washikadau mbalimbali wakiongozwa na shirika la Ruben Center. Na kwa hivyo kwanza kabisa uongozi wa Ruben Center uko hapa. Nataka kumkaribisha Ruben FM Station Manager aweze kukaribisha uongozi wa Ruben Center, alafu atukaribisha rasmi hapa ndani. Karibu sana Odhis. Asante Kakaberu. Habari wa wananchi, mko salama? Sawa sawa. Mimi naitwa Odhis Odhat, Station Manager Ruben FM. Tunashukuru sana mheshimiwa kwa kuja kututembelea hapa Ruben Center. Tumezungumza upande wa pili wa studio, so ningependa kukaribisha our director ambaye atakaribisha mheshimiwa officially, then we'll hand over to the community members to introduce the manifesto document to you. Karibu sana Nicholas. Asante sana Bwana Odhis, Bwana Sakaja, our aspiring governor, deputy governor, Mheshimiwa Korir, all the protocols. Atusikiki? Nimesimiwa mic waja ongeza volume. Nasikika? Thank you. Bwana Sakanja na deputy wako, viongozi wengine walio hapa. Nafikiri yangu si mengi, ni kuwakaribisha Ruben na niwashukuru nyote kwa kutokelezea kwa namba kubwa kumkaribisha mtarajiwa wetu governor wa Nairobi. Nafikiri tumeongea upande ule mwingine ya kwetu ambayo yanayahusu hawa watu wote, na ni vizuri usikie kutoka kwa wao. Kwa hivyo kwa nyinyi nyote viongozi ambao mko hapa, karibuni sana na karibisha Kakaberu aweze kuendelea mbele. Asante. Wapi makofi ya Bwana Director tafadhali? Makofi. Wewe piga makofi ya Director wewe. Wakati nitasema piga makofi ya Sakaja mnaruka juu, si ndio? Na mnasema mnataka nini? Wewe unga ni wewe. Aya, sawa sawa. Aya, kwa hivyo naomba kukaribisha mmoja wa wale ambao wamehusika katika kuweza kudocument hii manifesto ya watu wa Mukuru, ambaye ni Roslina Asena. Atupatie tu kiufupi chini ya dakika 3. Karibu sana Roslina Asena. Thank you so much. Honorable incoming governor, Nairobi County, how are you? Thank you so much. Deputy Governor, how are you? Okay, thank you so much. My name is Roslyn Asena, ama kwa majina naitwa Roslyn Aliviza Asena. Mimi ni mkaazi wa Embakasi South Constituency hapa kwa Ruben Ward. Nimeishi hapa kwa miaka zaidi ya 25. Kwa hivyo naelewa hapa kama nyumbani. Unapoita hapa Mukuru, mimi napaita nyumbani. Hawa wote wanaishi hapa, wanaposikia kunaitwa Mukuru, wao wanakuita nyumbani. Mimi ni mama ya watoto 3 ambao asante. Mimi ni mama ya watoto 3, na katika hiyo safari tutaenda kwa history ya manifesto. Tulianza hii manifesto mwezi wa Januari. Tukaweza kuweka mikutano 12 na tuliweka katika area ambayo ni ya special planning area ambayo inafaa kukua implemented na the county government of Nairobi. So katika hizo mikutano 12 wananchi waliweza kutoa issues katika sectors kama education, sectors kama sanitation, sector ya water, sector ya electricity, sector ya land, sector ya youth and unemployment na sector ya governance.
Tulipotoka pale tulitengeneza task force kutoka kwa watu wa viwandani. Viwandani mpo? Tukaweka task force kutoka watu wa Njenga. Kwa Njenga mpo? Tukaweka task force ya watu wa Mukuru kwa Ruben. Kwa Ruben mpo? Asante sana. Way forward katika kuhakikisha kwamba manifesto yetu tumetembea nayo ni kwamba tunahakikisha kila mwana aspirant, every candidate ambaye amesimama aweze kwanza kufahamishwa kuhusu hiyo manifesto, aweze kuiona. Tuko nayo in summary form na tunahakikisha wanaweza kusign. Kwa hivyo kwa siku ya leo tutakuomba uweze kuweka kidole chako. Na katika kuweka kidole chako inamaanisha kwamba tutatembea na wewe hii safari. Ukipata hii kiti, tafadhali uhakikishe tumekuwa the first team kukuwa na meeting na wewe. Ndiposa yale mahitaji tunameweka hapa yasibaki kwamba ni mahitaji tu kwa karatasi, bali ni mahitaji wananchi watatembea nayo waweze kuona matunda ya kupiga kura ni nini. Bwana Honorable, tumepiga kura kutoka 2013 wakati wa devolution, when we were given our constitution. Tumepigia kura all candidates, right from the MCA to the MP to the governor, straight to the senator and the president. But honestly, mara mingi ile issue ya mwananchi wa chini hatuoni ikiguzwa hata kidogo. So tunasema ya kwamba this time round things must change. We said an aspirant or a candidate atakuja mbele yetu kutuambia chenye atatufanyia, sababu wao wanasema na wanaenda, si ndio hivyo? Na tukasema ya kwamba tutampatia chenye tunataka na ndio hii Bwana Sakaja tunakupatia. Na iwapo hautaweza kufanya, itakuwa namna gani? Hawa wananchi wako hapa, tutaitana, tutatoa signature. Si unajua kile kitafanyika? Asante. Tumpigie Asena makofi mazuri. Aya. Thank you so much. Umesikia, kuna kitu nimesikia akisema wanasiasa wao wanakuja wanasema nitamfanyia. Niliona mwingine amesema akichaguliwa atakuwa analetea watu unga. Si ndio? Sisi tunahitaji unga. Tunahitaji viongozi ambao watafanya ule unga tuweze kuafford. Ni ukweli? Unga sasa imefika tu 220, 230, 250, si ndio? Kwa hivyo tunahitaji viongozi ambao watatusaidia ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Naomba kama wewe ni candidate yoyote, kwa sababu hii conversation, wewe ni candidate yoyote uketi hapa, na kitu nafaa tujue kwamba hii conversation tumeiweka mara mbili. Nataka niweke sawa, na remember this is not a campaign forum. Tunaelewana? This is not a campaign forum. Leo tuko na conversation na wana Kenya kwanza. Sawa sawa? Alafu tutakuwa na conversation na the other team ambayo ni Azimio. Sawa sawa? Kwa hivyo this is not a campaign forum, lakini nitawatambua viongozi ambao wamefika hapa. Nataka kumtambua Bwana William Onsongo almaarufu kama Sangos, ambaye ni candidate Mukuru kwa Ruben na chama cha UDA. Vile vile nataka kumtambua Francisca Kwamboka ambaye ni candidate UDA Mukuru kwa Njenga. Alafu pia nataka kumtambua Bwana David Ombese almaarufu kama Emamba. Wewe ni independent candidate. Unajua independent unaweza simama na mtu yeyote, sawa sawa? Unaweza kaa mahali popote. Mahali unaona serikali inaelekea unafanya nini? Kwa hivyo pia nataka kumtambua Mama Fani Abuti ambaye ni anasimama Mukuru kwa Ruben ona independent candidate. Alafu Paris Nangalama simama. Huyu anaitwa Nangalama, anasimama pale kwa Re independent. Kuna mtu mwingine nimesahau? Sijasahau mtu mwingine. Unajua watasema wao Kakabiru,
kwa redio, iko hivi, nimewataja, si ndio? Sasa tuko na issues ambazo nataka watu waweze kuwasilisha, na wale ambao tulikuwa tumezungumza na nyinyi, tafadhali na kupatia dakika moja, kwa sababu the team wako na very tight schedule, lazima waende katika shughuli zao. Kwa hivyo ni kupatia dakika moja, ni dakika moja. Tunaanza na swala la elimu, education. Ako wapi? Haraka, education. Asante. Education. Sawa, njoo. Tumia hiyo. Haya. Hello. Mimi ni mwanafunzi pale chuo kikuu. Nina kazini yangu ambaye ako high school, ni msichana pia. Amnioni? Simama hapa. Oh, hello. My name is Faith. Mimi ni mwanafunzi, nimesomea hapa. Niko na kazini yangu kwa jina Helen. Helen, naomba tulie hivyo kwanza, kwa sababu tunataka tucheze some videos ambazo it is on education, alafu utazungumza katika swala la elimu. Sawa? Okay. Yes. Kwa hivyo yes. Sawa. Kwa hivyo tunatazama pale short clips on education. Alafu mtu ambaye alikuwa anashughulikia swala la maji akuwe tayari. Na tujue kwamba hii program iko live kwa radio. Tuko live kwa radio, kwa hivyo watu ambao hawajafika hapa wanafuatilia. Our area has a school going population of about 122,000 and is only served by 6 public schools. The failure to make provision for universal free basic education for our young and vibrant population means that we, the city's poorest, are faced with the real threat of intergenerational poverty. There are a number of issues that we would like to be addressed in this region, and one of them is accessibility to the school. We do ask the MCA to make the roads visible, and so that our students and our children are able to get to schools in time and even get back to home in time. The MCA can come up with a program that will enhance allocation of books to all the learning institutions, and if that is not possible, then he can set up a library and install the library with the books. Another issue that is very important is how to deal with the issue of equalization of funds, and even the issue of helping those poor pupils who have scored good marks but they are not able to join the schools because of school fees. Wow, thank you. Makofi. Haya, kwa hivyo Roselina Sena, zungumzia swala la elimu kidogo tu, chini ya dakika 2, alafu Faith kuna kitu anataka ku address on education still. Karibu. Okay, thank you sir. Pande ya education, Embakasi South and Viwandani, or the whole area of the special planning area ya Mukuru, education ni issue. It's a very big issue. Government schools kwa ground hatuna. Ile inapatikana kidogo haitoshelezi mahitaji ambayo inastahili kutosheka kwa wale wanafunzi tunapata. Unapata kwamba shule za chekechea hazipo. Unapata kwamba institutions kama za TVET hazipo. Shule za secondary hazipo. Primary schools hazipo. Ndiposa tunaangalia tunaona ya kwamba
iwapo tunaweza pata kiongozi ambaye atahakikisha kwamba tumepata muundo msingi wa shule kijumla kutoka chekechea hadi kufika kwa TVET ama university, itakuwa ni bora sana. Na zaidi ya yote tunahitaji kupata teaching staffs in those schools, wale ambao ni teaching staffs wenye wanatoka kwa government, ambao wametoka kwa Teacher Service Commission, tupate waweze kusaidia watoto wetu katika shule zetu. Zile shule ambazo ziko hapa unapata kwamba most of them are supplementary schools, na mara mingi zinakosa spaces, sio private, because a private school ni ile iko na almost everything, but these ones are supplementary schools. So for supplementary schools mara mingi ziko tu hapo bora elimu, lakini sio elimu bora. So ndiposa tunaangalia, tunasema kwamba tunahitaji tupate hizo muundo msingi wa shule. Zaidi ya yote tena tunaomba tukipata lishe, kwamba feeding program in all schools, hiyo tusiangalie ati ni private, ni supplementary ama ni government. In all schools tunataka tupate feeding program, kwa sababu mapato ya wananchi wetu wa hapa ni kidogo. Unapata mtoto akitoka kwa nyumba anatoka hajakula chochote, lakini akifika shule akipata feeding program kwa shule zote ambazo zitakuweko, itabidi hao watoto watasoma na performance itakuwa high. Asante. Thank you so much. Makofi kwa Roslina Sena. Faith, ulikuwa na kitu unataka kuweza ku address on education. Faith. Okay. Karibu. Jambo tena. Nilikuwa mwanafunzi hapa, nikaenda Ruben Primary, nikaenda high school mali different juu huku hakukuwa na high school ningepata. Nikaenda university, bado niko university, hakuna university around huku, hakuna TVET around huku. Sasa kuna mahitaji ambayo sisi kama wanafunzi tunakuanga nayo pale high school. Nahitaji shopping, nahitaji transport ya kuenda ambapo naenda. Pale university pia nahitaji nini? Nahitaji rent, nahitaji kitu ya kukula. Mzazi analipa rent hapa na analipa rent huko. Unaona kama ataweza kweli? Mnaona kama unga atanunua 2 kweli? Aya, governor, utatusaidia aje kimasomo? Wow. Wapi makofi ya Faith tafadhali? Ameelezea vizuri sana. Na kuna jambo Faith, chukua mic kwanza. Okay. Kuna mtoto ambaye ni swala ambalo nikiwa na governor katika mahojiano muda usiokuwa mrefu umepita. Mtoto hapa alifukuzwa na alifanya vizuri sana. Anasoma shule ya Changala iko wapi Ukambani? Yeah. Huyo mtoto yuko wapi? Kwa sababu governor alisema huyo mtoto akuje hapa. Huyo mtoto yuko wapi? Helen yuko wapi? Where is Helen? Na hiyo ndio issue tunahandle peke yake. Msianza kuleta sasa shida zingine. Mwingine hata atakuja asema niliachana na mzee, nataka nirudishie mzee. Sivyo? Kwa hivyo Helen, enda tuketi pale. Wataanza kusema chukua kiti, kaa karibu na governor. Tumpigie makofi. Kwanza tunarudisha shukrani kwa sababu there is a similar case ambayo ilifanyika hapa Ruben. Mtoto akalipiwa na nani? Na deputy president chini ya Johnson Sakaja. Sio ukweli, mliona kwa TV? Na Sakaja amenikonfirmia kwamba mtoto alipelekwa shule akafanyiwa shopping na amelipiwa miaka yote 4. Okay. Kuna swala la ardhi. Najua watu wengi tuko na structures hapa, sio kweli? Na tunaishi tukiwa na wasiwasi, si ndio? Kuna swala la ardhi. Mtu ambaye anawasilisha swala la ardhi akuje hapa haraka chini ya dakika 2. Tafadhali uko wapi? Haya, tumpigie makofi. Alafu shukrani sana kwa runinga ya Bethel, tuko live katika TV. Kwa hivyo leo naonekana kwa TV. Leo niko kwa TV. Nitawasumbua. Karibu sana, tuambie jina. Thank you. Wanamkuru wewe. Kwa jina ni Anton Musioka. Naishi Mukuru kwa Njenga pale Vietnam. Mr. Governor, thank you for coming. Si mara yangu ya kwanza kukupata. Niko University of Nairobi. Sasa pale Mukuru kwa Njenga and the entire Mukuru. Sasa naomba utulie kidogo. Tutaka video on land alafu zungumze chini ya dakika 2.
Pigania haki zako kama Mkenya. Raia mwema ni wajibu wako. Uongozi bora, hiyo ni haki yako. Tusimame pamoja sisi raia wa Kenya. Raia uko mikononi yetu. Tunawataka wabunge wa Embakasi Kusini na Jomvu na Kadawa kuhusisha pamoja na wabunge katika maeneo mengine yasiyo rasmi ili kufufua na kupitisha mswada wa kufukuzwa na kuhamishwa. Hawafai kujangulia watu kwa sababu tunaona watu wengine wamejua hapa. Kuna watu wengine hapa wanatokea hapa, wanasomesha watoto hapa, na hiyo ndio mkali wao unatoka tu kwa bali mtu hata kama ni mbaya ndio hapo tu anafanyia kazi na ndio anakuwa mapato yake, anasomesha mtoto, anaendelea. Barabara wametutengea, sasa tunataka maendeleo tena iendelee tu hivyo. Na situnyanyasa tena, wajua sisi ni watu na hasa yaani watu wa chini, watu kama watu wa juu. Sasa kuna barabara ndio nafikiri kwa ndio watu kama tutujibu. Ndio sisi tunapata sana. Tunalelewa hapa, tunasoma hapa. Watoto wakati wamekuru, wacha kubomolewa tu wengi hapa. Wengine wakijenga. Ukibomolea mtu hapa ndio anajua ni nyumbani. So, tuwezi furahia kubomolewa kama vile watu wajenga walibomolea. Wow. Nice video kutoka kwa muungano wa wanavijiji. Makofi. Yes, uko na chini ya dakika 2 tu. Sawa, asante. Sasa penye mmeona kwa hizo video, sisi tumezaliwa Mukuru, sisi tumelelewa Mukuru, na Mukuru yote kwa jumla tunaishi kwa vitisho, Mr. Governor. Unakaa unasikia hapa tumepewa notice ya miezi 3. Hapa tumepewa notice ya miezi 2. Tukiongea saa hizi, we have an example as Mukuru kwa Njenga, si ilienda? Governor, I'm a victim. Nilibomolewa, ikabidi nihame mahali pengine. So naongea hivi nikwambie, kindly put those specific laws to make sure with your MPs wenye watachaguliwa, to make sure that Mukuru land wherever it is, iwe ni Viwandani, iwe ni Ruben, iwe ni kwa Njenga, it has been returned, it has been announced as a public land. Sindio? Tunataka hiwe land ya public yetu, si public ya serikali. Sisi wenyewe tukae Mukuru, tuimanage Mukuru na tuendeleze maendeleo yetu Mukuru bila kutishwa na yoyote yule. Asante. Thank you so much. Haya, tumpigie makofi mazuri tena. Tunaenda haraka swala la maji. Kuna mtu anafaa kuzungumzia mambo na maji. Kabla akuje, wacha tuone video kwanza ya maji. Ati watakaya kunywa kaka? Jamani da. Watakaya kunywa? Haya, asante. Ukosefu wa maji, mazingira mazuri na ukosefu wa stima imekuwa changamoto kwa wakaazi wa Mukuru. Kwa muda mrefu, wakaazi wa Mukuru wamekuwa wakinunua maji kwa bei ghali na pia vituo vya maji kuwa chache kulingana na idadi kubwa ya wakaazi hao. Hii yote inasababishwa na uunganishaji isiyo halali ya mifereji ya maji. Usafi wa mazingira umekuwa changamoto kubwa kwa wakaazi wa Mukuru. Sehemu ya kutupa taka haijapangwa vizuri na pia muunganisho wa mifereji ya maji chafu ya vyoo haijaunganishwa jinsi ipasavyo. Uunganishaji wa stima imekuwa changamoto kwa wakaazi wa Mukuru kwa sababu umeme unaotumia kwa sasa unaweza dhuru maisha ya wakaaji. Wakaaji wa Mukuru wanatarajia viongozi watakaochaguliwa watahakikisha wanakijiji wamepata uunganishaji wa stima bora. Vituo vya kuchota maji vimeongezeka kama vile serikali ya NMS iliweza kuweka maji sehemu moja ya kijiji. Pia mifereji ya maji machafu
kuwa na usafi bora. Ningependa kiongozi atakayechaguliwa ahakikishe kila mkaazi amepata maji safi ya kunywa. Aya, mmeona ile maji tunakunywa, si ndio? Imepita ndani ya sewage. Kwa hivyo tunataka viongozi ambao tutawachagua waweze kuwajibika. Kila mara unasikia nyumba zimechomeka. Mmeona zile wiring zimefanyika? So we need leaders with good policies kuhakikisha kwamba hilo limetekelezwa. Karibu sana Crispin Olo. Kiongozi, kwa majina naitwa Crispin Olo, mfanyakazi wa ama social worker within Mukuru. Shida ile tumepata hapa Bwana Governor ni maji. 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 Ni maji ya kukunywa. Maji ya kukunywa. Magonjwa yote tunapata Mukuru hii inatoka kwa hiyo maji. Hiyo maji inapita laini moja na siwa. Wakati mpangilio wa county inafanywa, Mukuru inawachwanga nyuma. Hapa shida tuko naye kabisa, na tunataka ukiingia kwa hiyo ofisi uende utuangalilie mambo ya cartel. Maji yote ya Mukuru hii ni ya watu binafsi na inauzwa kwa bei hatuwezi afford. Mtungi ni shilingi 5 na kila household hapa inatumia karibu mtungi 4 maji ya kunywa. Maji ya kunywa, na hii shilingi 5 kwa siku ukitumia ni shilingi 20. Hatuna ama mko naye? Mko naye? Si museme. Maji inatuua. Sitaki kuendelea sana kwa sababu ya muda, lakini maji zingine ziko tunaweza hata kuchota hiyo ya mtaro kuosia manguo, lakini maji ya kukunywa, tafadhali mkienda huko kuna pesa tunasikianga iko huko ya equalization. Kama inaweza kukatwa kidogo iwekwe kwa mpangilio, hata Mukuru hapa tupate maji kama wale wanakaa Kariakoo, Makongeni, Karen, Muthaiga. Hawa wanachota maji na wanaoga bure. Na wanalipa shilingi 2 kwa wenye wanalipa na sumuni, na sisi tunalipa shilingi. Asante sana, tupigie Crispin Olo makofi. Asante sana Crispin Olo. Kwa hivyo video ya sanitation, water na energy imeshikanishwa pamoja. Mtu ambaye alikuwa anazungumzia masuala na stima yuko wapi? Njoo hapa haraka haraka. Karibu sana. Tumpigie makofi. Habari zenyu? Kwa majina naitwa Evans Museveni, nakaa Mukuru kwa Njenga, na tuko na shida ya stima. Ama mko na stima? Number 1, tuko na miezi 3 watoto hawajapata stima. Si ni Mukuru? Si stima inawasumbua? Alafu pia ukikuja Mukuru kwa Njenga, Bwana Governor, na hapo nasikia hii Mukuru kwa Njenga tuko na miezi, hata sio miezi, miaka kutoka tukuje kubomolewa, walikuja kwanza wakachukua stima. So kuchukua stima walikuwa wakibomoa ndio moto isiwake pale, isemekana wanatudhulumu zaidi, lakini walikuwa washatudhulumu. So tunaomba Bwana Governor, ukiingia pale Mukuru kwa Njenga tunasumbuka mambo ya stima sana sana sana. Hata hii maji wanasema ikuje, haiwezi kuja bila stima. Si ni kweli? Maji inakuja bila stima? Si mpaka stima pump hiyo maji ndio ifike kwenyu kwa mlango. Na kama huna stima, so Bwana Governor, tunaomba at least hapo kwa stima utuangalie sana. Ndio unaona hata ile clip ilitamba kwa internet juzi ikisema Mr. Finya na nini yote ilikuwa wapi? Mukuru kwa Njenga. So tuangalie hiyo tafadhali. Makatelo wametudhulumu sana. Unalipa kwa mwezi shilingi 1200. Na yetu tunataka ile ya token. Ndio serikali ione pia watu wanalipa ushuru through stima, tukae pale tukijua tuko hapa sababu ya tunautoa ushuru pande hii na ile nyingine. Asante Bwana Governor. Shukrani, tupigie makofi. Ata address haya masuala yote. Tunaenda katika sekta muhimu sana katika jamii. Tunazungumzia sekta ya afya. Na afya, Mukuru tumebahatika sana kuwa na Ruben Center. It is a level 3 hospital. Na katika uongozi ule uliokuwepo
walikuwa na support. Kwa hiyo tunatumai kwamba iwapo atachaguliwa ataweza kusaidia. Kuna tatizo la hospitali ambayo imejengwa pale. Hiyo hospitali haina madawa. Ni ukweli? Ama iko na dawa? Sekta ya afya. Aje hapa haraka haraka dakika 2. Rose Mbithe. Sekta ya afya. Kwanza afya bora inaweza kupata matibabu mazuri na kwa wakati unaofaa. Kila mwanadamu ana haki ya kupata matibabu mazuri, haijalishi anatoka eneo lipi. Mkoa imeweza kuwa na vituo 3 vya afya kupitia serikali ya NMS. Moja Mkuru kwa Njenga, Mkuru kwa Ruben na ya 3 Mkuru Viwanani. Licha ya kuwa na hizi vituo vya afya kijijini, bado wanakijiji wanapata changamoto ya kupata huduma bora kama vile ukosefu wa dawa hospitalini, idadi chache ya madaktari na mengine mengi. Kupitia wana viongozi watakaochaguliwa, wakaazi wa Mkuru wanatarajia wana viongozi hao kuboresha sekta ya afya na kuwaletea dawa za kutosha hospitalini, kuongeza madaktari ili wapate huduma nzuri na pia kuhakikisha kuwekwa gari za ambulensi kwa kila wadi. Mimi ningependa kiongozi atakayechaguliwa ahakikishe hospitali zetu ziko na madawa ya kutosha. Ningependa kiongozi atakayechaguliwa ahakikishe hospitali zetu ziko na madaktari wa kutosha. Oh, thank you. Nimeona Mheshimiwa Lang'ata ameangalia hivi anashangaa. Watu uko na hizi shida hivi. Unajua kwa Lang'ata ni kwa mababe, si ndio? Ameshtuka hata. Kwa hivyo karibu sana Rose Mbithe. Habari zenu wana Mukuru? Wana Mukuru mupo? Hapana. Wana Mukuru mupo? Mr. Coming Governor, our Senator, current Senator, naitwa Rose Mbithe. Mimi ni mhudumu wa afya. Kwanza na kusalute kwa ajili ya kupeleka mswada kule kututetea. Mungu akubariki sana. Na nafikiri kwa katika harakati ya leo, jana na leo tupate pesa. Is it? Mupo wanahudumu wa afya? Mupo? Sasa tuko na changamoto sana. Wakati wa corona tulifungiwa Ruben Center for 2 weeks sababu ya corona. Na Ruben Center imekuwa ikisafu watu wote mpaka hata wapi Mukuru yote. Mimi mwenyewe nikaongea kwa Citizen, tukasema tuko na hospitali moja. Na maongeo yangu kutoka Mukuru ikazaa ile maendeleo. Kwa hivyo ule ni mtoto wa Ruben Center. Swali ni moja. Mama anaenda pale, anaandikiwa madawa, ana pesa ya kununua dawa. Sasa bwana incoming. Huyu mama atakuja kwangu kama mhudumu, aniulize hapa nifanye nini. Na mimi mwenyewe ni volunteer. Tutasaidiana aje hapo? Kwa hivyo tunakuuliza kabisa, utakapokuja, sababu najua unaenda pale, sekta ya afya uweke kipao mbele. Maternity yenye tuko naye hapa, ile ilizaa ile iko maendeleo. Kusema ukweli, maendeleo hakuna vifaa. Sababu mara mingi wakipata changamoto wanatuma huku. Na tena hatuna ambulance. Ni tu ya Mr. Makao hapa na Ruben Center. Kwa hivyo tunaomba wahudumu wa afya, mpo hapa, mnaweza kunibea witness. Kwa kijiji shida ni nyingi, wamama wanakufa wakizaa sababu hatuna ile njia za kupitia. Mabomba ya maji taka ziko zimezibwa. Kwa sababu gani? Hatuna point moja ile tumeambiwa kama wananchi tuweke takataka zetu. Tunakuwa na changamoto, tutapita wapi? Kwa hivyo tunakuomba, sababu afya hata kwa Mungu imewekwa tiki. Kwa hivyo utakapokuwa ikuwe na
na madawa na tujengewe zingine mingi sana. Asante. Tupigie makofi mazuri. Tunaenda kwa items 2 za mwisho. Na ili swala, niulize, sisi wote tunafanya night shift, si ndio? Ni hatuna kazi ama tumetoka night shift? Wewe, sisi wote hatuna kazi. Hiyo ni nini hiyo? Kazi mtaani. Kwa hivyo kuna tatizo la ukosefu wa ajira, bwana gavana. Na ili swala la ukosefu wa ajira ni swala ambalo lafaa liweza kuzingatiwa zaidi. It is so sad, bwana gavana. Embakasi South ama Mukuru as a whole iko na zaidi ya kampuni 800, over 800 companies. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba sijui hizi kampuni zina give back aje to the society, sijaelewa. So tunataka swali liweze kuzingatiwa. Kuna mtu alikuwa azungumzia swala la ukosefu wa ajira, ako wapi? Haraka. Karibu sana. Bwana gavana, nakusalute kwanza. Watu wa Mkuru, mjambo. Hapa Kakabero na kuomba nipe hata dakika 2-3. Ni 2 nimekupatia. Sasa nashukuru. Majina ni John Chituri, mkazi wa Embakasi South. Kitu ya kwanza nitaanza na mambo ya kazi. Kazi, Mr. Governor, kazi mara kwanza kazi tunapewa hapa Mkuru. Lakini kuna mazoea ambayo serikali, hata nitumie serikali imekuwa nayo, kwamba kama for example NMS kazi imefika mtaa, tunapewa kazi lakini wamechukua ile advantage, malipo tunamaliza miezi 2 ama 3 ndio tulipwe. Ukiangalia kazi mtaani, saa hizi kazi mtaani imekuja. Hii kazi mtaani ikikuja, hawa wako hapa hivi hawajaona. Sasa tunashangaa kazi mtaani kisha kuja, unaona wala unakujia mtaa ama inakujia wale watu wa nje. Ndio maana saa hizi Mr. Governor, sisi hatuombi mtu akuja tuuzie sera. Tumeamua hii Nairobi tunauza sera zetu. Hatujasimama kiti lakini tunauza sera zetu for the 5 years zinakuja tuweze kuwa na sera zetu. Nitaongelea mambo ya youth pia kwa sababu ilikuwa youth and unemployment. Youth wa Mkuru tuko na shida mingi sana. Kwa sababu youth saizi tumesoma. Unapata uko na makaratasi lakini uko kwa nyumba. Kwa nini? There is no ile connection. Hakuna mtu atakushika mkono ufika mahali. Mr. Governor, saizi we have so many groups za youth ambazo ziko registered. CBO, hadi nashangaa mimi CBO ni ya nini? Kwa sababu CBO ni kitu najua ni ya kuleta youth pamoja, ndio hizi doo za youth zikuja mpaka ziwafikie. Lakini hizi doo we want ufanye hizi doo zikuje direct to the groups na isikuwe inapitia wale cartels wengine wa nini. Nitaenda kwa mambo ya sports kidogo. Sports Embakasi South tuko na team zenye zinacheza division 2 na division 1. Hawa unaona hawa wakazi wa Mkuru wa Njenga, Mkuru kwa Ruben, Mkuru at large. Ndio wanachanga walipe team iende icheze. Na hii team ndio team pekee yake inacheza division 2 ama division 1. Another thing, kuna walemavu ambao kuna what we call Paralympics. Paralympics ni wale ambao wanacheza, walemavu wanacheza, wanawakilisha Kenya. Hapa Embakasi tuko na walemavu wanaweza cheza lakini hawana connection bila wanaweza kuja kwa mambo ya Paralympics. Tafadhali tunaomba Mr. Governor. Right. Asanteni. Tumpigie makofi. Na hapa amezungumzia mambo na sports kwa sababu mimi napenda michezo. Kuna timu mbili nataka niangazie na nimeona viongozi wao kwa hapa. Kuna CHI. Bwana Governor, hii timu inaitwa CHI, ni timu ambayo ina mashabiki akina mama wengi zaidi Kenya. Wanaenda hadi kule Kariobangi, wanatembea na timu, wanachanga shilingi 10 kulipa transport. Kuna timu inaitwa Vision FC inacheza division 2. Timu inafanya vizuri lakini we have so many companies, lakini hakuna kampuni hata moja imekuja kusupport hizi timu. Kuna kampuni ya maziwa hapa ng'ambo. Bwana Governor, ukiingia tafadhali rally hizi kampuni zikuje ziwekeze katika timu za mitaani. Tukiona kampuni jezi imevaa kampuni ya fulani, si tutanunua hiyo bidhaa. Kwa hivyo tafadhali, hilo ni swala ambalo nafaliza kuangaziwa sana. Swala lingine ni swala la uwanja wa kuchezea.
kuna uwanja hapo unaitwa Ruben Stadium, unaitwa Red Carpet. Ni uwanja unaweza jengwa katika standard za uwanja kule maeneo ya Dandora, lakini unakuta kwamba hivi viwanja havina kazi ya kufanya. Kwa sababu gani? Viongozi ambao tumewachagua hawajaweza kufanya namna gani? Hawajaweza kutekeleza jukumu lao. Nataka kumuita Weche azungumzie swala la SPA kwa kifupi, alafu tumalize na Eric Ambuche. Karibu sana Weche. Habari zenu na viwandani. Kwa majina naitwa Weche, hiyo ni jina mtaani. No, jina za M-Pesa ni Dennis Waweru. Kwa kwanza Weche, wewe ni msanii. Nimecheza ngoma ya Gavana. Unaweza itisha collab, si ndio? Si ndio? Piga vitu kwanza ndio ajue ni msanii. Hii ni opportunity bana. Wewe angalia huyo. Freestyle. Freestyle. If not to the gangsters, skiza mziki na mbali na mziki bado hinda riziki. Don't be a gangster, usifi kama hivi kuwa mwanamziki unare Ngoja. Haya, fanya hivi. Unajua mtu anatafuta unga. Hebu taja jina Sakaja tu ndani hapo. Ati sisi hatutaki gavana masakafu, tunataka gavana tunajua ni Sakaja. Sawa, ongea mambo na huku mtaani. Atupendangi watu wanatuchezesha masakafu, kutuambisha ma-PR, si ndio? Tunataka vitu legit. Asante. So mimi niko hapa kama kijana wa mtaani, nimetoka Mukuru pande ya viwandani. Unajua watu wengi hapa wameongea, umesikia ni kwa Njenga, Ruben. So mimi natoka viwandani na kuna kitu tumesikia inaitwa SPA, inaitwa Special Planning Area, ambayo tulianza na wanaharakati, tukajaribu sana, tukaleta wanakijiji pamoja, wana viwandani so tulikuwa tunafanya consultant za hizi vitu zote mnaona ziko kwa hii manifesto. So ndio kitu tumekuwa tukifanya for like 2 years, but tujakuwa tumepata approval kutoka kwa Nairobi County. So tungeomba Sakaja, ukienda hapo kwa power, at least unaweza approve SPA come, sababu iko na mazuri, inatuletea maendeleo. Pia kama ni vijana wenye tumejipanga, tutakuwa pamoja, tutapata at least mali tunaweza penyea tufanye mambo yetu, sababu we have so many talents hapa. Tuko na kina Tapu, ma best player huku, si ndio? Na tuko na wasanii wakubwa. Pia nikiongelea SPA inashughulikia pia mambo ya sanitation, energy and water. Pia venye umesikia starudia Kenya watu wameongelea sana. Hizo vitu zote ni vitu tunapitia. Na tungeomba tu ukiingia tu hapo kwa kiti, mkiona DG, msitusahau watu wa Mukuru. Na pia tukiongelea kuhusu SPA usisahau, uipitishe ndio tuweze kupata hizo maendeleo tunataka hapa Mukuru. Si ndio? Asante. So kuna mengi nikisema tu asante sana kwa hii nafasi. Shukrani sana. Anaitwa Weche, msanii mkali sana hapa Mukuru. Na nataka Kakaberu, pia mimi ningesema mbali na usanii pia mimi ni photographer. Unaomba kazi wewe. Lakini sina kazi, lakini mimi ni photographer. Ujumbe umefika. Haya, asante sana Weche. Asante sana Weche. Kwa hivyo nataka nilete mtu wa mwisho aweze kuzungumza. Apewe kazi. Haya, sawa. Unaona hapa anapigwa picha na Bwana Mushiri. Kazi ndio hiyo. Haya, sawa. Nataka kuita mtu wa mwisho, alafu kwa sababu kuna watu hapa wako na issues tofauti, nitachukua watu watatu peke yao uaddress issue ambayo hatujazungumzia, na nitakupatia 30 seconds. Kwa hivyo nataka kumuita Eric Ambuche aweze kutuelezea swala hili la uongozi, mambo na governance, kwa sababu iko clearly outlined katika manifesto ya watu wa Mukuru. Karibu sana Ambuche. Yes, asante sana Kakaberu. Kwanza nikurudisha shukrani sana kwa governor mtarajiwa ambaye ni Bwana Johnson Sakaja, na kwa wale wote ambao walihusika kwa hii mpangilio wa leo kukama up na hii manifesto. I was part of those few leaders who came up with this manifesto. Na vile mlielezewa ni kwamba iko na point 8 ambazo shida zetu zote ziko hapa. Kwa majina vile nimesikia ni Eric Ambuche, mimi ni mkazi wa Mukuru kwa Njenga. Na kwa kifupi, kwa sababu ya muda najua governor ako na
nafasi ile inaitwa tight schedule, na nyinyi pia najua mmeacha, kuna wengine najua mnataka muende Mukuru. Mukuru area, hizo area ambazo nasikia za SPA ziko na watu 400,000. Tuliweka vichwa pamoja ndio tuka provide hii platform kwa wanasiasa ambao wanasimama Nairobi, na vile mbaambiwa kwamba hii sio campaign platform. Hii ni njia moja ambayo tunataka tuwauzie zile mpangilio ambayo tuko nazo, matakwa yetu, nao tusikize sera zao. Ombi letu kubwa ni kwa watu wa Mukuru, ni tunaishi maisha ya uchochole, ile inaitwa hand to mouth, na hizo area ambazo umesikia zikitajwa kwamba ndio zimebeba SPA, kwa sababu tunaomba kwamba kwa uongozi wake kama ataingia aweze kufanya hiyo mpangilio itimie, ndio pia sisi tuishi maisha kama ya binadamu. Vile mnajua governor ni kama ile inaitwa small president wa county. Mandate yake ni kubwa, na katika tulikuwa tunaomba kama watu wa Mukuru kwamba katika ile mgao yake ama budgeting atupe sisi watu wa Mukuru kipaumbele. Haswa hiyo area ambayo tunasema ya SPA iweze kutimia, ndio muwe na maji ya mfereji, muwe na mitaro ambayo inapita, muwe na sehemu ambazo takataka zinachukuliwa. Tusike sisi watu wa Mukuru. Pia tunaomba kwamba governor, ukiingia kwa uongozi, utuhusishe katika mikakati yako. Hapa umesikiza kuna watu wengi ambao wamesoma. Mukuru kuna watu wengi ambao wamesoma, na najua kuna committees kadhaa za county. Tunaomba kwamba wakati unaunda hizo committees, chukua watoto wetu wa hapa Mukuru, wakuwe hapo, walete maendeleo Mukuru. Asante. Nikimalizia, asanteni sana Bwana Governor mtarajiwa na watu wa Mukuru kwa kunisikiza. Asanteni sana. Shukrani sana, tumpigie makofi Bwana Eric Ambuche. Kuna bodaboda representative. Wekesa njoo. Watu wa bodaboda. Wana bodaboda. Hiyo wamepeana ajira kubwa sana hapa Kenya. Dakika moja tafadhali. Bwana asifiwe sana. Bwana Governor, habari ya leo? Watu wa Reflector hawajakuja lakini nimewarepresent. Mr. Governor, wewe unakaa pale Nairobi. Nitaenda kwa ufupi kwa sababu mara mingi unaona Kanjo akishika sauti, shika mic vizuri. Okay, mnanipata? Sawa. Nilikuwa naambia Bwana Governor ambaye ni Senator currently, tafadhali Bwana Governor, naongea kwa niaba ya watu wa bodaboda. Hao watu wa bodaboda wengi hawakuwa na kasi, wakaingia upande wa bodaboda, na ukapata hii kitu inaitwa wizi, vijana wakora wakapungua. Lakini ukiruhusu Kanjo pale town, wewe sasa kama governor for the coming 5 years, ukiruhusu Kanjo na polisi Nairobi town kufukuza watu wa bodaboda, tutaokopa, tuache pikipiki na turoke tuendelee kuipa. So tafadhali, ukiwa kama governor, angalia watu wa bodaboda huko. The more we will be harassed, the more will insecurity will come again. Na insecurity ikiongezeka na deputy governor, tutapikwa marisasi kwa sababu uruhusu wametunyanyasa, tumetoroka, tumeenda wizi na mmetupiga risasi. Asante sana. Watu wa bodaboda mpo? Bodaboda ni wengi sana. Next, haraka dakika moja. Na hapa tunaleta issues, not problems. Sawa sawa? Tunaleta issues. Nimesikia hata single mothers wamesema pia sisi. Hello. Sawa. Haya, karibu. Nimekuja hapo on term of that. In terms sauti weka vizuri. Nimekuja in terms of single mothers. Uko single? Yes. Wasichana. Okay, sawa. As much as kuna hizo chances zinakuja, wanafaa kuconsider we as women are more than the guys. So as much as the guys are given the chances, we should also be given those chances equally. Wow. Yeah. Uko single? Pia mimi uko single. Haya, asante sana. Tumpigie makofi. Haya, wa mwisho tafadhali. Habari zenyu? Habari yako Governor?
Si leo mmeona gavana wetu? Si mnatuonanga huku tukikimbia tukiimba Sakaja? Si leo mmemuona? So gavana hapa Ruben, kuna madem, masingo mother tunakutambua, lakini tunashukuru leo umekuja. Mimi naongelelea issue ya masingo mother. Mimi kama single mother hapa, sisi tunakuanga tumesaulika sana. Na ukienda pale Koinange utapata bibi ya mtu amesimama hapo. Ni masingo mother ndio wanaenda hapo. Kuna madem mabwana zao hapo walishikangwa wanaishingi jela. Wewe tusikie single mothers tuko wengi, wewe nyamaza. Huyo dem hajapewa kazi. Hakuna mahali gava imemrecognize. So next kitu atafanya atasimama pale kwa street ajue. Kwa hiyo nyinyi mnataka opportunities. Yes, mimi ningependa governor ukiingia hapo kwa hiyo kiti. Sisi kama masingo mother ndio tuache hiyo form ya kusimama hapo. Utukumbuke. Asante. Single mothers makofi. Na mimi nickname yangu ni mpenda wale. Nataka nikuwe msemaji wa single mothers. Sawa. Nataka nafasi mbili watu wa religion. Wameniomba hii nafasi. Tunawasahau sana. Religion. Kwanza nataka mzee wetu akuje. Tumpigie makofi. Bunge la wananchi watakuja baadaye. Zungumza kwanza bunge la wananchi. Wanamukuru wewe. Wanamukuru wewe. Kwa majina naitwa Paul Gikonyo ama GK. Mimi ni treasurer pale kwa bunge la mwananchi, mweka hazina. Na tumekuja hapa kwa mwaliko through Ruben FM. Bwana Governor, kwanza kabisa nataka nichukue nafasi hii kukualika kwa kikao cha bunge la mwananchi pale AA. Ya pili, nataka kuongelelea bunge la mwananchi sababu nikiguza tu swala la unemployment. Pale bunge la mwananchi tuko na watu wengi sana, tumechanganyikana, tuko na vijana. Na niko pale na vijana ambao wana kazi, vijana ambao wako skilled, na wengine wanaweza fanya kazi ambazo ni informal. So tunauliza governor, tungetaka pia tukuinvite pale ndio tuweze kukukabidhi manifesto ya bunge la mwananchi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Karibu mzee wangu hapa. Karibu. Tumpigie makofi tafadhali. Amjambo wa Kenya. Nashukuru sana leo kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu ya kwamba yangu ni machache tu. Sisi kama wa Kenya, mjue Kenya ni matiti ya amani ulimwenguni. Mkiona wanayekimbia kutoka Somalia wanakimbilia wapi? Wanatoka Sudan wanakuja wapi? Wanatoka Zambia wanakuja wapi? Jambo moja nataka niwaeleze. Si mimi nimetoka katika bunge ya wananchi pale na kitu naitangaza ni amani. Ya kwamba atayechukua kiti ya urais Kenya hii akiwa ni William Samoei Ruto ni Mkenya. Raila Amolo Odinga akichukua ni ndugu yetu. Sisi kama wa Kenya hakuna nchi nyingine tutakimbilia, ndugu zanguni. Kwa hule ataingia ndio ndugu yetu, na mimi kitu natangaza ni amani na upendo. Ndugu yangu Sakacha, nina neno mbili nitaisema. Mandugu zetu ma MCA na mabunge tunaichagua wakiingia serikalini hawatujui. Sisi tuna watoto wetu, kama ni MCA moja ana uwezo wa kuandika katika local government vijana 10, lakini sisi hakuna kijana moja anachukuliwa katika jamii ya vijijini. Jambo la pili, ndugu yangu governor, tuna kitu tunalia kutoka pale Bonavoli mpaka Mololongo. Tuko na kampuni ya zaidi 650 ambao makampuni viwanda, lakini hakuna kijana moja MC atatupelekea wala bunge atatupelekea. Sisi tuko na shida kubwa sana. Wasichana wetu wa mama wetu ndio hawa wanasalishwa, lakini hawana mabwana, wanahangaika. Hata kazi ya kufagia. Asante sana. Kilio changu cha nne, ndugu yangu, ya mwisho. Hawa vijana wa bodaboda, juzi nilipata Busia mtu wako na degree 3 na ni mtu wa bodaboda, ndugu yangu. Tuna wasomi hapa wana ma certificate. Asante sana. Niko na wewe. Asante sana. Mtu wa mwisho kabisa. Asante sana. Habari zenu wote. Nafikiri mimi ninashukuru Mungu na nashukuru governor wetu pamoja na deputy na MP wa Lang'ata Korir, kwa sababu najua ni mtu wa watu. Ukiona governor ametembea na mtu unajua ni mtu mzuri. Mimi nataka kusema hivi mheshimiwa,
wakati tumetaka uongozi wa ugavana, tulianza na gavana wa kwanza akatufail. Si mnamjua? Huyo gavana alikuwa anakuja na mwaga mara kwa barabara, anasema amepaka lami. Na sisi tumetaabika sana kwa sababu tunapotaka usaidizi hatupati katika leadership ya gavana. Gavana wa pili, hata kama alifanya vibaya, alikuwa gavana unaweza muona. Unajua lazima tuseme ukweli, si ni kweli? Sonko tukitaka gari ya maiti alikuwa anatusaidia. So sisi tunataka wewe uunde mikakati kama gavana na deputy. Msaidie wakazi wa Nairobi. Msiseme tu wale wamesoma, na wale wenye hawajasoma wataenda wapi? Haya. Sisi tunataka hivi kiongozi. Tunataka uweke watu wote pamoja. Uweke wachungaji wote pamoja. Tuko na wachungaji matapeli. Wale wanatengeneza group na kuja kwa. Haya, asante. Asante. Mimi nataka kusema hivi. Asante. Haya, sawa. Tunamalizia hapo. Sikizeni vizuri na nataka mnielewe vizuri. Hii program iko live kwa radio na tukianza nilisema vizuri sana. We are not here to campaign. We are here to present issues. Sawa. Tunaelewana vizuri. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Margaret Kariuki aweze kutufanyia conclusion ya vitu ambavyo tumeweza kucapture katika hii manifesto. Tafadhali. Naomba tutulie. Magi ametoka. Na nataka Pato njoo. Magi ametoka. Margaret Kariuki yako wapi? Njoo Magi njoo. Aweze kufanya conclusion ya vitu ambavyo tumezungumza vyote, alafu niweze kumkaribisha governor aweze kukaribisha timu yake, lakini kwa sababu ya protocol nitamkaribisha DG wake, alafu program itaendelea kutoka hapo. Karibu sana Magi. Okay. Okay. Asanteni sana all of you for coming. Honorable Sakaja, we appreciate umechukua muda out of your busy schedule to come. I think napenda, this is the first initiative wenye tumefanya ya Mukuru Manifesto, and we just want you to have a feel of what is happening in the community so that you can prioritize us. But sitasema mambo mengi. All I'll request, like everyone else, is that you give us an opportunity to journey with you and to be able to see you, to check progress of issues so that at least wanamukuru wapate the changes that we need. Has been a very long journey. We get promises and nothing happens. But we really appreciate you for coming. Tunashukuru sana. Na kama wanamukuru, tuna hope that all our needs will be, not all of them. Najua ni vitu mingi. There's a lot progressively pole that at the end of the 5 years, by the way venye Asena alisema, wanamukuru tutakuwa na zile sessions za kuevaluate kama issues zetu zinashughulikiwa. We will not leave it here. So that after 2 years we can go back to Sakaja and ask, mheshimiwa, umefika wapi? Umetufanyia nini so far? Otherwise, asanteni sana, I'll not say much. Thank you very much. Thank you so much Margaret Kariuki. Kwa hayo fursa hii nataka kumkaribisha DG wa Governor candidate UDA Nairobi County Bwana Mushiri. Karibu sana Mushiri. Hamjambo nyote. Hamjambo. Mimi sitaongea mambo mengi kwa sababu najua mnataka kumsikiza governor, lakini mimi nimefurahi kuwa hapa. Vile mmesikia, mimi naitwa Njoroge Mushiri. Njoroge Mushiri ndio running mate wa Governor Sakaja, na nimesikiliza yale yote ambayo mmesema hapa, na kwa kweli mimi naona nyinyi mko watu mmejipanga vizuri. Mnajua
yale ambayo mngependa serikali wafanyie, na nimesikia mkisema nyinyi hamtaki kuuziwa sera, mnataka kuuza sera zenu. Na hiyo ni vizuri sana, kwa sababu wale ambao wanajua mahitaji yao, hao ndio wanajisaidia, hao ndio wanaendelea mbele, na hao ndio wanasaidika, kwa sababu lazima tushirikiane, serikali na wananchi, ndio tupange maendeleo, ndio tupange serikali, na ndio tupange vile watu wataishi katika sehemu zote hizi na katika Nairobi nzima kama vile tunavyotarajia. Kwa hivyo mimi nawashukuru kwa kuja kwa wingi ili mje mtuambie mambo ya manifesto, na najua governor atawajibu kwa kila swali. Nimeona ni mambo ambayo yanasaidisha jamii kwenda mbele, na kwa hivyo sitaki kuongea mengi, nifikishe hapo na niseme sasa tumkaribishe gavana wetu ndio aongee na nyinyi, ndio msikize feedback yake, msikie ile commitments atafanya, na zile commitments afanya ni zetu, na sisi ndio tutakuwa tukitekeleza, ndio nyinyi na nyinyi muone kweli tulikuwa tuna haja ya kuwafanyia kazi. Tunaweza kusimama tukaribisha gavana? Tusimame tukaribishe gavana. Karibu sana gavana, uongee na watu wa Mukuru. Asante sana. Aya, asante sana, tuketi chini. Bwana asifiwe. God is good. Habari ya ni asubuhi. Habari yenu? Acha niwasalimie kwa lugha zenu zote. Muriega. Muriega rege. Aya, mrembe vusi. Mrembe swa. Aya, gani ingine? Wakamba. Mbayetu mwazeo. Ngai ni museo. Na mavinda ombe. Niye nitawasakaja. Na ndiumba nitie kumudu kumiata gavana wa Nairobi County. Nani mwingine yako hapa? Abantu ba minto Mbiamore. Mbiamore. Kumbe mko hapa? Hebu nione kwa mkono. Nora Sakaja minto. Nora Sakaja minto. Kweli mko hapa. Nani mwingine yako hapa? Wajaluo. Wajaluo wako hapa? Amuso dutote. Ukuru Jothurwa. Wan Kanyakla. Wan Kanyachiel. Nimefurahi sana kuwa hapa leo. Watu wa Mukuru, asanteni sana. Nilianza na redio na nimezungumza katika Ruben FM. Maswali imekuja moto moto, but nimefurahi sana kwa sababu ninaona mko engaged. Alafu nikaambiwa tutakuwa na watu wachache tutazungumza nao, kumbe mmejazana hivi. Hii ni wachache kwa sababu wale wako nyumbani ndio wengi, si ni kweli? I am very humbled. Kitu ya kwanza ni kuwashukuru kwa sababu najua kuna wengi wenyu hapa, wengi sana mlinipigia kura kuwa seneta wenu. Na wakati huo vile mlinichagua kuwa seneta, hamkuangalia chama, hamkuangalia kabila, hamkuangalia dini, mlichagua kijana wenu wa Nairobi awe seneta wa Nairobi. So nawashukuru sana. Na ukiangalia kwa Senate, kwa miaka 5 ambayo imepita, rating zote za Senate, nimechaguliwa as the highest performing senator Kenya mzima kwa kuleta miswada na kuleta mambo ya watu wa Nairobi. Lakini unajua nimekuwa bunge miaka 10. Si nilikuwa mbunge mtaule. Nilikuwa nominated MP, nikiwa kijana mdogo sana, chairman wa TNA na miaka 27. Nikaingia hapo. Nikamaliza bunge, mkanichagua kuwa senator. Hii miaka 10, unajua Senate hakuna budget. Ama mnafikiri kuna budget huko? Senator hana basari. Senator hana budget ya kutengeneza barabara ama kujenga soko. Senator ni kizungu mingi tu na catwalk. Kizungu tu na kuongea huko, sema yeye Mr. Speaker sir. Mr. Speaker, na wewe nimefanya. Lakini roho yangu inasikia uchungu sasa ile kuna mambo ya watu wangu inaweza kutekelezwa na serikali, because what we do is oversight na sheria na hawatekelezi. Ndio maana nikasema hata nirudi kwa watu wangu.
Wale walifanya niwe super senator, wanifanya niwe super governor. Ndio hiyo kazi sasa niwafanyie mwenyewe, si ndio hiyo? Ili niwe na mikono kwenye steering wheel so that I can implement those things we've brought. Wakati watu walikuwa wanabomolewa watu wangu wa Mukuru kwa Njenga, my heart cried. Mimi ndo nilisimamisha business ya Senate nikatuta, lakini kuna ukora inaendelea Mukuru kwa Njenga. Najua mliniona kwa Senate nikipiga hiyo kelele, hiyo kijiji ingeenda yote. Wacha nisiwadanganye, juu ile ukora ilikuwa inafanywa kutoka county commander kwenda juu, na wale ambao mnajua wanamiliki cheti. Ilikuwa ni ukora mbaya sana, and I felt so helpless. Unajua kukuja ni rahisi. Kuna watu wasema tuko kuja ni rahisi, naweza kuja na unga kidogo na mabati kidogo, but have I solved the real problem? Shida inatatuliwa kwa maofisi, kwa bunge. Na tukasema watu wa Mukuru kwa Njenga, kwa Ruben, viwandani, are they less Kenyans than watu wa Mombasa wa Waitiki? Kwa sababu cheti ya umiliki ya Mukuru kwa Njenga silipeanwa. Nani alipeana hiyo cheti? Hamjui? Hamkwa? Haya basi, kama hamjui, lakini title deed ilipeanwa. Na imepeanwa kwa familia moja. Na kampuni moja inaitwa aje? Kama hamjui nyinyi si watu wa Mukuru kwa Njenga. Nani yako nayo? Hamjui? Hiyo kampuni ambayo ilipatiwa hiyo title inaitwa Orbit. Na ilipeanwa Jacaranda na rais wetu alipeana. Na kuna wakora waliweka hiyo title kati ya matitle ya wananchi ambao walikuwa wanapata squatters. Watu wa Embakasi Ranching, watu wa Donholm walikuwa wanapatiwa, ukora ikaekwa hapo ndani katikati. Wakapatiwa hiyo title. Wakaanza kufanya kazi na ndugu yangu mmoja mbunge fulani alikuwa mbunge. Sema mnamjua? Kuja kupima ati hapa mlipe hii. I said they must stop it. Hata ile account wanalipa kwa NIC Bank naijua. Sasa hizi ni NCBA Bank. Watu wa Waitiki, vile hiyo shamba ilipeanwa na ilikuwa shamba ya Waitiki, si ni serikali iliwalipia? Ikasema hata mtu mmoja asifukuzwe. Watu wa Waitiki ni Wakenya kuliko watu wa Mukuru. Is there a second class citizen in a first class country? It cannot be. So ndio maana tukaleta hiyo shida kwa bunge, tukaidiscuss, wakasimamisha pale walikuwa wamefika. Na Rais Uhuru Kenyatta, acha niombe ukweli, alikasirika juu alikuwa amedanganywa kwa hiyo maneno. Pia yeye alikuwa amedanganywa. Ilikuwa wafanye feeder roads kwa Catherine Dereba, si mnakumbuka? Wakasema wabomoe almost 300 acres. Wana tubomoe kila mtu. Unatoka kwa nyumba yako asubuhi, jioni hakuna nyumba. That is what the Nairobi that we are going to have. Wacha niwaambie ahadi yangu ya kwanza. Simesema mnataka manifesto yenu? There is a demolition law that we are supposed to have. Kuna standing orders ya njia ya kuhamisha watu, sasa ile wanafaa kuhamishwa. Lakini sisi hatutakubali kwa sababu ya mtu mmoja ama bunyenye fulani, hundreds of thousands of people ambapo wanajua hapo ndo nyumbani watolewe. Kama umekaa mahali 13 years, you have adverse possession first of all. Tukianzia hapo. Ya pili, serikali inaweza kufanya compensation. Serikali ilipia watu wa Waitiki. Watu wa Mukuru msisongeshe hata mita moja. Mimi naombea hivyo kama gavana wenu. Na mimi nita negotiate na ile serikali ambayo itakuja ya kitaifa. We will negotiate with them. Ili watu waweze kukaa kwa heshima na kwa hadhi ambayo mnafaa kama watu wa Nairobi. Vile NMS wamefanya demolitions na nani wamefanya, we are going to say if anybody needs to be moved in Nairobi, kama watu wanafanya biashara hapa wanafaa wasongeshwe. Kwanza tunatafutia mahali ingine ambapo watafanya biashara yao ndio waende. Na kama ni mambo ya shamba ya mtu, not anything less than 2 years notice. Haizi kuwa tumekuja leo na watoa mtu next week. Aende wapi? Na sisi ni watu wa Nairobi. So tuko pamoja hapo. That is something that we will implement. Lakini ndo nikasema sasa kulialia tu kwa bunge na kwa Senate, wacha niweke mkono kwa steering wheel. Mimi ni kijana wenu, nimezaliwa Nairobi, mmeniona nikiwa, I have the capacity and capability ya kuongoza Nairobi City County. Na ile vita mnaona, achaneni nayo. Wanasema ati sijasoma, karibu waseme mimi si Mkenya. Karibu waseme, kwa sababu
Mti mwenye matunda ndio tupiwa mawe. Na unajua tu Sakaja akiwa kwa debe ni kama nenda kupita na hii kitu. Na hiyo ndio shida ambayo yuko nayo. So mimi nawaambia hivi, because I want to go to answer all of those issues. Nataka kuambia hivi, najua hapa kuna watu wa vyama tofauti. Mimi si mnanijua mimi ndo mtu wa siasa safi. Hapa si kuna watu wa Azimio. Kuna watu wa Kenya Kwanza. Na kuna watu wa Wajakoya. Si ndio the fifth? Ile siku utapata shida, utaenda kwa Azimio House ama utaenda Kenya Kwanza House ama utaenda City Hall kwa Sakaja. Si utaenda kwa Sakaja? Hapa kuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo. Mukuru kuna njaa ya Waluya tofauti na ya Wakisii. Kuna ukosefu wa maji ya Wakamba peke yao. Si shida yetu ni the same? Jirani yako kuna bei ya unga tofauti ya Wakale. Si yote ni sawa? So mimi naambia watu Nairobi, vyama ni vingi lakini governor ni mmoja. Ni Sakaja. Sawa sawa? Na hiyo unatuonesha Wakenya ya kwamba we can be united as a people. Tuonesha Wakenya kwamba watu wa Nairobi hawaangalii mtu kwa kikabila. Hawa Nairobi inataka governor Mluya ama governor Mkikuyu. Sinataka governor Mnairobi ambaye atafanyikia watu wote wa Nairobi kazi bila ubaguzi, bila kufikiria mambo ya siasa. Hata kabla ya handshake, sasa ile mheshimiwa Olocho alikuwa anapigwa. Si mimi ndo nilimshika. Nilikuwa ODM. Babu Owino vile alikuwa ameko huko jela na alikuwa ODM, nani alienda kumtoa? Mimi ni mtu wa siasa safi. Sawa sawa? So msidanganywe kesho ati mnaangalia chama hii ama chama ile kwa kupigia gavana wenu kura. Gavana ni Mjamu na gavana ni Saka. Bas. Sasa wacha nianze na jambo la kwanza. Ndugu yangu Nixon atawasalimia. Nimeona pia ndugu yangu Kalumba amekuja atawasalimia. Sawa sawa? Kwanza wacha nianze na huyu mtoto wetu anaitwa Helen. Helen ako wapi? Nimesikia Helen kuja. Toa mask kwa watu kuone. Ama watoto wa school unapata corona peke yao. Huyu ako form 2. Si ni form 2? Na anasoma Changala. Wacha niwaambie hivi watu wa Mkuru. Since mambo yake imeletwa kwangu, kwanza kuna wale wawili, wapi Esther? Kuna Brandon na yule mwingine alikuwa anaitwaje? Brandon na Christine nafikiri ameenda Embakasi Girls. Hao wawili niliwachukua, wanasoma, kuna moja Embakasi Girls, mwingine anasoma Bantu Forest. Juzi kuna yule tumemchukua hapa na deputy president akatoa 200,000. Hiyo 200,000 nimelipa fees yake mpaka kumaliza na mambo ya shopping na mpaka amalize form 4. Ni mtoto wangu huyo pia na mchunga. Sasa huyu pia mniongezee, sawa sawa? Tutatembea na yeye ili amalize shule vizuri. So don't worry, hautawafukuzwa tena juu ya fees. Sawa sawa? Lakini after every term school fees na mimi report form unaniletea. Nione pale unaanguka ama pale una na nakufanyia tuition mwenyewe. Mimi am very sharp. Naweza kufanyia tuition na utapita. Sawa sawa? Na ukienda shule wakikuuliza umetoka hapo unasema my dad is the governor of Nairobi. Wasikuletee. Sawa sawa? God bless you. Just stay here. We'll sort that out. Si shule bado haijafunguliwa. Sio nimemaliza maneno. Kitu ya maana ni hii. Isiwe ati kila mtoto asaidiwe namna hiyo. Lazima tuwe na mikakati na systems kuanzia kwa mbunge. Juu ni pesa yenu ambayo inafaa kutatua hiyo maneno. Si ndio hiyo? Na ni CDF. Mimi nimelipa fees nikiwa senator bila basari. Hata mshahara yangu kaka Bero alikuwa anasema ati nakula mshahara ya mwisho this month. Sijaiona hiyo mshahara. As of now kama senator bila fund nalipia watoto 137 nikimuongeza huyu school fees wa Nairobi bila budget yoyote. So ndio maana nasema hii kiti ya governor basari za county MC ambayo mtachagua hata kuwa napeana akijua ati na kujuana ati huyu ni familia yangu ama kabila yangu. Let it be free and fair ya MCA na MP njia wanapeana basari. Tuko pamoja? Sio ni sawa? So Esther utashughulikia maneno ya Helen. So basari is to be given properly. Mambo ya sorry, that is the earlier meeting.
So hiyo mambo ya demolitions zilimongea, mambo ya dismissal and transfer bill, we won't allow it to happen. Ile serikali ambayo sisi tunataka tukiwa na Mushiri ni serikali ya mpangilio na serikali ya heshima kwa mtu wa kawaida. Order and dignity. Sijui kama mnanielewa. Order and dignity inamaanisha mtu wa Nairobi wa kawaida, mtu wa kawaida Nairobi aheshimiwe kwa ile kazi anafanya. Haiwezi kuwa ati unauza vitu town ama hapa mtaani na kila dakika 5 dakika 10 unaangalia nyuma kuona kama kanjo wanakuja kukushika. Mambo ya kanjo kushika mama wetu kwa masoko na kuwashika wale ambao wanafanya kazi ya hawking town, imebaki siku 34 hiyo kazi iishe. Zile magari ambazo zinatemeanga town, mnazijua hizo mapickup? Hizo zimechakaa, ziko na tetanus. Mimi naambia wale watu wanafanya kazi ya scrap metal wakuje hizo vitu tarehe 9. Hizo hamtaziona tena Nairobi. Magari zimechakaa, hata unagusa unapata tetanus. Ati ndio kina mama wanaweka ndani juu ya shilingi 50, shilingi 100. That has to stop. Lazima tuheshimu watu wa Nairobi. Kama unafanya biashara tukupatie mahali ya kufanyia biashara. Watu ambao wanafanya biashara ni watu ambao wamekataa kwenda kwa uwizi. Biashara sio uwizi na sio ukora. So hiyo harassment itaisha. Tumesema tutatengeneza soko 20 Nairobi. Hata hapa hakuna soko mzuri ya kufanya biashara. Na najua. Si ndio hiyo? So kulikuwa na maneno na hiyo watu ya sijui watu wa railway. Wakasongesha watu. Lazima nifanye kazi vizuri, nipate sehemu poa. Tutengenezea kina mama wetu na vijana wetu soko ambayo mtafanyia biashara yenu hapo ndani. Na hiyo mambo ya soko ni mambo ya year one in the first year. Si mambo ya timongoja 2027. In year 1 we'll sort out the issue of markets. Mambo ya, so nimesema lazima tuwe na heshima. Wale ambao wanafanya biashara, mambo ya kulipa license mingi itakuwa license moja peke yake. Haiwezi kuwa uko na duka, uko na license ya maji, sijui license ya stima, license ya fire, sijui license. Ati mtu akaanza anakuja leo, mwingine anakuja na KRA, wanakunyanyasa. That will end. Only one license for businesses katika mji wetu wa Nairobi. Lakini hapo kwa kijiji, mambo ya maji, hiyo ukosefu ya maji imefanya watu wakose heshima yao. Hakuna heshima wakati akina mama mnapigania maji kwa tabu juu imekuja mara moja ama imekuja usiku. Tutakuwa na ile tunaita social connection policy. Kila mtu anastahili. Ndio wamefanya borehole ya NMS. Kwanza nitaongeza hizo borehole, lakini tukue na water kiosks katika kila mtaa. So si ati kila mtu anapatana kwa pali moja, liwe in every single place. Ultimately tunataka kila boma kuwe at least na tap moja ya maji ambayo inafika kwa boma yako. Juu hiyo tap ndio inakupatia heshima. Si ni kweli? Unajua watu wa Nairobi wale wanaoga na shower, hii shower inatoka juu ni watu wachache sana. Watu wengi wa Nairobi tunaoga bottom up, hii maji bottom up. Hiyo ndio watu wanaoga jamani Nairobi. Si ni kweli? Yeye hamtaki kuwa na mashawa kwa nyumba zenu na maji kuje kwa pipe. So hata kama ile idadi ya maji ambayo inafika Nairobi ni kidogo. Unajua ni kidogo? Ile maji inafika Nairobi. Nairobi iko na only sources 4 za maji. Kuna ile inaitwa Kikuyu Springs, ilianza 1907. Kuna Ruiru Dam, ilianza 1937, inatupatia 4% ile maji yetu. Alafu kuna Sasamua Dam kule Nyandarua, inatupatia 11% of our water. Alafu kuna Ndakaine ambayo ilitengenezwa mara ya mwisho 1997, inatupatia 84% of our water. Kila siku watu wa Nairobi wanahitaji 1 million liters of water. Ama tuseme 850 million liters per day. Yeah? Kila siku. Hizi sources 4 za maji zinatupatia only 525.6 million liters a day. Inamaanisha tuko na gap hapo. So mnaelewa? Now that gap is being filled in 2 ways. Ya kwanza ni tunaita Northern Collector Tunnel. Ile ambayo umejua program ambayo inatoka Murang'a. Wanatuletea another 140 million liters per day ambayo itaisha end of next year. Kazi yangu kama governor wa Nairobi ni kuharakisha kuensure hiyo program iko na pesa ili maji ikuje. Ya pili itakuwa Northern Collector Terminal number 2. Lakini hata maji inapofika, makatels wamejazana ambapo wanaziba maji pali iko inafaa kuja, wanafunga, wanajenga nyumba kama hii, unaona malori zinakuja zinachota maji na zinauza. Hapo ndio ukora iko.
Na tukitumia technology, simuona huyu deputy governor wangu anaitwa Mushiri, yeye anaelewa mambo ya technology. Kuna technology system unaweka, yeah, you can sit. Mimi kama governor kwa simu yangu naweza ona maji imekatwa wapi, imekatwa na tunakimbia hapo, huo mtu anashikwa. Ama imekatwa Mukuru, Kayaba ama wherever it is, mtu anashikwa. Because you cannot steal water ya wananchi. Nyinyi Mukuru mnalipa more than 50 times water na mdosi amekaa Muthaiga. Haistahili. So ya kwanza ni kuongeza hiyo idadi ya maji inakuja Nairobi. Ya pili, hizi ambazo ziko kwa boreholes, tutawafanyia piping. Ile inatoka kwa boreholes, tuta channel iingie kwa system ya maji ifike kwa nyumba yako. Because water coming into your house inakupatia pia heshima yako na dignity yako. Sawa sawa? Ama hiyo ni mpangilio mbaya? Na ile mnaozoea hiyo bei sijui 20 bob, 50 bob, hiyo tunatoa. Afadhali sisi tuwalipie hiyo pesa, sasa ile tunatatua shida ya maji. Because hamna maji juu yetu. Sio tu juu yenu. Hakuna mtu mwenye amejitolea kukosa maji, si ni kweli? So ikuaje mtu wako Lavington ama waziri ama mimi kama governor I am paying less for water than mtu wa Mukuru? Is it fair? It is not fair. So we shall deal with water. Na maji inaambatana na sanitation. Lazima tuweke machoo mzuri. There cannot be 3,800 latrines in Mukuru for 100,000 people. Hiyo haiwezekani. Lazima tutengeneze sanitation mzuri, lakini itabidi pia nyinyi mfanye kazi na sisi. Tuka-identify mahali ambayo inafaa kutengenezwa public facility, nyinyi wananchi ndio mnafaa muichunge hiyo public facility. Tuko pamoja? Sijui kama tunaelewana. Si tunaelewana? Haya, wacha niendelee. Mambo ya moto. Crispin aliongea mambo ya moto. Aliongea mambo ya maji ya kunywa. Na nimekubaliana na yeye. Crispin ako wapi? Lazima tuwaletee maji safi, maji ya kukunywa. And I want to assure you Crispin, hiyo mambo ya maji ya kukunywa within the first term. Sasa nimekwambia 140 million liters inakuja end of 2023. Tuko 2022. By the end of the first term utakuwa unapata maji safi kwako. Mambo ya water harvesting tutahakikisha imefanyika. Sawa sawa? Inawezekana. Unajua watu wengi wanafikiria tumehaidiwa mara mingi mambo inaweza fanyika, so hata Sakaja anatupatia tu maneno matamu. Unajua mimi ni kijana mdogo sana. Sitaki kuretire na miaka 40. So lazima niofanyie kazi kwa nguvu ili after 5 years mniongezee. Si ndio hiyo? Alafu nipige mzuri after 5 years mnipatie kazi nyingine. Hata president hawezi jua Nairobi inaweza toa rais. So that is why we will deliver with my friend Mushiri. We must deliver. Even samuongea mambo ya stima. Na sio hapa peke yake. Many of our informal settlements stima imekatwa na Kenya Power. Wametoa mpaka transformers. Ukienda Mathare wametoa. Viwandani wametoa. Pia hapa nasikia kuna areas wametoa stima. Na tuambie Kenya Power, hiyo madharau ya mwananchi wa kawaida waachane nayo. Waachane nayo madharau. Ndio kumekuwa na illegal connections kwa sababu mnauza stima kwa bei ya juu sana. Mbona mimi nilipe stima the same na ule mtu wako hapa analipa stima? Lazima tuwe na watu called social connection policy ili tupunguze ile tarifa ambayo inalipishwa pande kama hapa, hiyo ya chini zaidi kuliko ya ile ambayo inalipishwa Hurlingham na Karen na Kileleshwa na Lavington. Sawa sawa? So tarehe 9 mtakaponichagua na kuapishwa ni tarehe 25 na nitawalika nyinyi wote mje kwa swearing in. Tarehe 26 stima lazima irudi kila mahali. Kwa sasa nitawapigania irudishwe, lakini najua hawanisikizi. Juu wanasema mimi niko kwa mrengo ya ile ingine, hawanisikizangi siku hizi. Walikuwa wananisikiza vile nilikuwa mdosi yao nikiwa chairman. But bado tutawatetea. Na wale ambao wako kwa mrengo yenyewe nasema yuko kwa serikali wakija hapo ambao wapatie stima kesho. Sakaja waletee August 25th, lakini hao walete kesho. Juu hao ndo wamekata. Why would you take a whole transformer? Serikali inasema ati tumuunganisha stima sijui watu milioni ngapi, lakini unawanyang'anya transformer because they are poor people. Hiyo ni heshima kweli? Hiyo si heshima. So wenzetu wakija next week wale mmealika, muambie kwanza walete stima kabla wakuje kuongelesha. Juu hao ndo wametoa stima ambayo inafaa kuwa hapa. Sijui kama tunaelewana. Msidanganywe na msibebwe ufala. Don't be carried baby. So hiyo stima ambayo tunawaletea lazima ilipishwe na token. Ili tuweze kuhesabu who is paying what, but the tariff must be lower. That is the point that we are making. Na msiwe na illegal connections. Moto mingi kama Gikomba
Gikomba nimeenda huko mara nyingi mpaka nikachoka. Mara mingi moto kwanza, shida ya kwanza ambayo inaleta moto Gikomba ni watu ambao wanatembea na title deed. Wanasema Gikomba ni yao, wanachoma, wanasongesha watu. Tukasema it must be declared public land. Hata hii Ruben Center kuna mtu anajaribu kusema ati ni yake, yako na title deed. Title ya Ruben Center mimi nitaitoa kama governor nipatiane hapa, ili mjue ni yenu. Hakuwezi kuwa na mtu anatembea na title anasema ni hapa. But the second cause of fire na watu wamekufa wameumia Nairobi mzima is illegal water, illegal power connections. We are going to make them legal, but tupunguze the cost of electricity. So asante, and that is very important in terms of energy. Na nitaunganisha hiyo na mambo ya takataka. Hata vile nimekuja kuanzia Falco, wacha niwaambie watu wangu, you don't deserve to live like that. Na lazima mnyi pia mkasirike. Mwache kuzoea maisha ambayo yuko hivyo. Haifai kuwa hivyo. It cannot be. Mko na mbunge, mko na MCA na mnaruka sewage kufika kwa nyumba yenu. Is it right? No. You must also get upset and angry. Watoto wenu, afya ya mtoto wako itakuwaje sasa ile anakaa mahali ambapo even just the cholera, typhoid. We can't live like that in Nairobi. We can't. So what we're going to do is this. Na munisikie vizuri. Jambo la kwanza tutafanya Nairobi, tutadivide into 5 boroughs. Walisema ati ni translate boroughs kwa Kiswahili, mimi si translate, mjue tu inaitwa boroughs. 5 sema boroughs. 5 boroughs inamaanisha section 5. Nairobi North, Nairobi West, Nairobi East, Nairobi South na Nairobi Central. Hizo section zote zitakuwa na city manager. Mnanielewa? Huyo city manager atakuwa in charge of all the services kwa area hiyo. Na ana report kwa deputy governor wangu. Sawa sawa? Ili kama kuna shida ya takataka hapa Mukuru na tumesikiza, tumeongea na huyo mtu na tumepanga all the departments. Mtu wa Mukuru kwa Njenga, kwa Ruben, haufai kuja town kutafuta kitu yote hapo City Hall. All your services must be delivered here where you are. Sawa sawa? Na tutakuwa na aggregation point. So kama ni takataka yote inakuwa aggregated na vijana wetu ndio watafanya hiyo biashara na kina mama. Jo, watu wengi wanapatiwa mabilioni mabonyenye, watu wachache nyinyi mnaokotea takataka na hata hawaichukui hapa. So the first thing, you'll collect the garbage in the barrows. Sawa sawa? Ikishakuwa sorted na kuwa gathered, hiyo takataka basi ndio inakuwa kama iko sorted inapelekwa Dandora na tunafanyia recycling and waste to energy. Stima yote ya Nairobi, hii mataa mnaona mwangaza, inaweza kutoka takataka ambayo iko Dandora dump site. Siku hizi mtu analipwa na wanalipwa pesa mingi, unalipwa kupeleka takataka Dandora. You're being paid to deliver garbage instead of kulipwa kutoa takataka Mukuru. Sijui kama mnanielewa. Nafaa kusema ule ambaye amepatiwa area hii tunamlipa kama hapa ni pasafi. Kama sio safi hakuna kumlipa. Lazima asafishe hapa ndio alipwe. Ndio hao wakora vile wamefanya hiyo malori yao, wanachukua wanaingiza Dandora, wanachukua takataka, wanatoka bado na takataka, wanarudi tena wanapima weighbridge, wanalipwa na kwa karatasi imesema ati Mukuru kwa Njenga, Mukuru Kayaba, Mukuru kwa Ruben is clean. Is it clean? No. Kuna usafi hapa? So we have to change that model of working and we will change it. Mambo ya afya, CHVs. CHVs nimewatetea nikiwa Senate. Na najua mmeona nikiwatetea. Na nimejua kwamba ile pesa tunapatia tunafaa kuweka kwa CHVs if we invest in CHVs. Kwa sababu community health volunteer na community health worker ndio najua nyumba hii kuna shida hii, boma hii kuna shida hii. If we invest in you, ile pesa tunatumia kwa afya itaenda chini kwa hospitali yetu. Ndio nimesema tutakapoingia, nimewapigania 100 million shillings imewekwa saizi kwa budget. NMS wamekalia pesa yenu 100 million shillings, wanafaa waitoe walipe. Tumeweka kwa budget itakuja 340 million shillings ya CHVs kupatiwa, but hiyo ni pesa kidogo 3500. Mimi na Mushiri tukiingia community health volunteers tunataka mlipwe minimum wage ya 15,000 shillings a month. Mpate hiyo pesa inapatikana because what we will do with healthcare, tutafanya ile kitu inaitwa ring fencing. Pesa yote ya afya itabaki kwa afya. Isikuwe unaenda kwa hospitali unatibiwa unaambiwa dawa hakuna, nunua hapo nje. Na yule mwenye kuna chemist hapo nje anafanya kazi kwa county. Hiyo hatutakubali. Ama unaenda kwa hospitali kuna mama mwende huko pande ya Kayole.
Mtoto wake alikufa kwa mikono yake kwa sababu ilibidi wapate ambulance, lakini kabla ambulance itoke, na ambulance ndio hiyo anaona simu lazima ipigwe, sijui mpaka Lady North ipigwe kwa headquarters ndio ambulance ipatiwe ruhusa. That permission will be given from that hospital na pesa za hapo zitatumika hapo. Sawa sawa? Madaktari wetu na manases, madaktari kwanza hawatoshi. Manases tutaongeza, kuna wale wamebaki kwa scale moja, wapatiwe scale mzuri. Kwa sababu ile na kutibu kama amekasirika, atakutibu vizuri. Lazima awe hata at least pia amechangamka. Ukienda Pumwani hata mali yao ya kunywa chai hakuna. So lazima tuwachunge wa madaktari na clinical officers. Tutakuwa na kitu Nairobi inaitwa Sakaja Care. Ambia ndugu yako Sakaja Care. Sema Sakaja Care. Sakaja Care itakuwa kadi ambayo iko na chip. Hiyo kadi 500,000 households ambao wako below poverty line, ambao wanaishi kama huku na maeneo mengine, mimi ndio nitakuwa nawalipia hiyo fidia, hiyo mambo ya afya nawalipia. Ukiingia kwa hospitali haulipishwi. Kama ni hospitali, juu hospitali si ni yetu ya Kanjo, dawa si ni yangu ya Kanjo, madaktari si ni wetu, na wagonjwa si ni wetu. Mbona tuwalipishe kama tumering fence bilioni 6 ya afya, ambayo kama ni public hospital ya Kanjo utatibiwa bure kama uko na hiyo kadi. Bora wewe ni mpigaji kura Nairobi, unakuwa registered, ili watu wa Ocha wasikuje wajazane hapa nyinyi mkose afya. Tunaelewana? That we must do it in healthcare. Ya tatu, mambo ya supply chain ya madawa. Ile ukora iko tutatoa. Hakuna private hospital. Hata hii Ruben Center ukiingia usikie ati hii dawa ati hakuna na hii iko mingi, because we look at it commercially. So the supply chain ya madawa tutaangalia, na hiyo kadi yako itakuwa na what we call health information system. Ukienda na hiyo kadi kwa hospitali, waingize hapo, watajua huyu kama alifanya MRI kwa ile hospitali ndio hii inaweza kuisoma. Kama ametibia ugonjwa hii, daktari anaiona, anajua. Kwa sababu kuna watu unatibiwa mahali unaona uponi, unaenda kwa hospitali nyingine, hausemi ile dawa ulikuwa unakunywa, unapewa dawa zinagongana, unakufa. Mnatarajia Sakaja kama mtaki hiyo? Mnataka? Ile mama wetu wajifungue vizuri. Smooth, na ukijifungua unapatiwa package ya kuona nayo nyumbani ya Pampers, iko diapers, iko basin, iko box ya mtoto pale atalala, na ile vitu mama anahitaji, ambao hata niseme mbele ya wazee, au wazee wananga network saa nyingine. Si mnajua ile vitu mimi nasema? Because na nimeambiwa hapa Ruben Center in 1 year wamezalisha watoto 4,000. You guys are very busy. But hiyo ni mzuri. Huko mbele itakuwa kura yetu ya urais, ndio? Muendelee na hiyo kazi, ni kazi ya Mungu. Sisi kazi yetu ni kuwachunga na kuhakikisha kwamba you get quality health care. Na mimi mwenyewe nitakuwa naenda kwa ile hospitali wewe unaenda. Watoto wangu wanafaa kupata ile afya mtoto wako anapata. Kwani mtoto wangu ni special? Kwani Mungu wetu ni tofauti? The quality of health care your child gets ndio Sakaja anafaa apate. And me I believe in that. Mimi ni kijana nimezaliwa mtaa. Tutahakikisha tumerekebisha hospitali zetu. Ambulance iwe kwa kila mtaa na fire station kwa kila mtaa. Vijana wetu hiyo kazi wanaweza kufanya. Ama mwezi kuzima moto wa vijana? Si mnaweza? Tukileta every sub county iwe na fire station, mtaweza hiyo kazi? Haya. We can't have only 3 state supported facilities, Njenga, Ruben na Viwandani. Tutaziongeza. Lakini unajua hospitali sio nyumba tu. Walijenga hospitali wanasema 24. Unaenda hakuna dawa, hakuna daktari. Hiyo ni hospitali ama hiyo ni nyumba? Hiyo si hospitali. Hospitali hata inaweza kuwa kama hii, lakini daktari yako hapo anajua ile kitu anafanya, kuna dawa, kuna matibabu. Sio ndo bora hata kama ni tent, lakini mtu anatibiwa kuliko nyumba kubwa na kuna kitu ndani. So we have to stock our hospitals appropriately. Mambo ya employment, kuna kampuni zaidi ya 800 area hii na hawajaajiri vijana wetu. Hiyo mniachie tuzungumze nao. Every company has something called corporate social responsibility. Corporate social responsibility ni vile hata unapofanya kazi ile community ambayo uko, lazima upatie watu ajira. Unajua ni vile Nairobi haina mashamba, lakini ukienda kama ni Bomet ama Kericho, wale wanaita kama Finleys, wale wanafanya chai, si lazima uandike watu hapo? Basi mbona kampuni za hapa ziandike watu hapa? Lazima uandike watu wa hapo pia wa kwanza. Na vijana wetu wamesoma.
Si mko na madegree na ma certificate? Kazi mnaweza. So we'll have to negotiate. Lakini zaidi ya hiyo, wale ambao kwa county ambao unajua wengine wamefika retirement, wakitoka tutaangalia vizuri wage bill, pia vijana wa hapa waweze kupata kazi kwa county government, ile traffic marshals, watu wa fire marshals, watu wa maji, Nairobi Water, kila mtaa lazima ipate kazi na opportunities. Haya, John Chiteri aliongea mambo ya kazi mtaani. Wangapi wanafanya kazi mtaani? Hamjaletewa? Na wangapi wamefanya na hawajalipwa? Mlifanya na mjalipwa shift 1? Na mlikuwa mnalipwa pesa ngapi? Hakikisha tutasukuma watu wawalipe. Na unajua walianza kuleta siasa kwa hiyo kitu. Tukamwambia waacheni kuleta siasa kwa kazi ya vijana wetu. Hakuna kijana amezaliwa kwa chama yoyote. Hakuna kijana alichagua nani aliapply ile kabila atazaliwa. Kuna mtu anaandika application letter ya Wakamba ama ya Waluya. Hiyo ubaguzi waache. Lakini watu will do. Unajua siku zimebaki ni chache. Unajua nisema hata mtu akiwa jela unahesabu zile zimebaki. 34 days to go. 34 days. Kwa serikali ya Nairobi we will be engaging our young people continuously. Kazi mtaani haitakuwa season, haitakuwa tu wakati ya siasa. Tutafanya kazi na nyinyi. Wakati kumekuwa na kazi mtaani kule Kibera kwa mfano na pia huku, hata crime ilienda chini, uizi iliisha. Juu watu walikuwa wako busy, si ni kweli? So we'll make sure we engage you. Isikuwe ati ule mtu unajua na ile connection uko nayo. Everybody has a right to do this work. Na msitumie kwa kisiasa. Sawa sawa? So mwambie machiefs wenu usikatae kupatia mtu kazi kwa sababu ni mtu sijui wa area hii ama area hii. All of us deserve it. Sawa sawa? Mambo ya sports nimesikia, Vision, CHI. Unajua sports katika nchi mingi wale wanafanya sports na arts na kuimba, kama mimi nilikuwa msanii, ndio wanakuanga wadosi, si wanasiasa. Hao ndio wako na pesa because it is an economic frontier. Sisi Kenya it is the other way around. Lazima to improve sports. Kwanza zile viwanja zote ambazo zimeibwa lazima zirudishwe. Ya pili, hii Ruben Stadium, zinafaa kuwa stadium. Hiyo Ruben Stadium, kuna wale walisema wametumia 17 million. Mumeona 17 million hapo? Mumeona 17 million hapo imetumiwa? Ni vumbi tu. Magneto red carpet. So mimi nitahakikisha it is one of the stadiums we do. Tumesema lazima tufanye stadium za kwanza 6 zile kubwa kubwa za Nairobi, kuanzia na ile City Stadium, ile Dandora inaendelea, Kimbuini, tutafanya Kayole, tutafanya pia tuongeze hii ya Ruben. Iwe moja ya hizo, at least to improve. Iwe na mahali vijana wanaweza kucheza. Iwe na mahali ambapo tunapatia timu zetu duka za kufanya biashara. Iwe ukiangalia kama Camp Toyo kule Makadara, community hapo wanatengeneza pesa kwa sababu kuanzia asubuhi mpaka jioni timu zingine zinakuja zinakodisha uwanja. So we must improve the stadium. Na kama governor nitafanya function kwa stadium vile imemalizika. Sawa sawa? Tuitengeneze. Na hizi timu zetu za CHI na Vision, najua zingine wana struggle hata kulipa affiliation, si ndio? Wakuja mimi na walipia affiliation ya KFF na FKF na yote for the next 2 seasons ambazo watakuwa wanacheza. Affiliation fee is on, itakuwa ni yangu. Lakini ile kitu nitafanya, nataka mnisikize, najua nimeongea sana, nitamaliza. Maswali yalikuwa mengi. Hii mambo ya arts, dancing, mambo ya acrobats, mambo ya wasanii kama yule msanii alikuwa hapo, yule kijana alizungumza, na football, it is a tourist attraction. Kila mwaka nataka msikie, wale wako nyuma mtulie. Kila mwaka katika Nairobi yetu, kuanzia December tarehe 12 for 1 week tutakuwa na the Nairobi Festival. Hiyo Nairobi Festival tutakuwa tunafunga town. Watu wote wa Nairobi wanakuja to showcase their talent. Leo tunasema ni watu wa artists, watu ambao tuko na food and culture. Tunaonyesha what different tribes have. Si ndio hiyo? Tunafanya zile baro zile 5 zile Nairobi North, East, West and South. Ile mpira wamecheza kwa mwaka mzima, finali inafanyika hapo, ile anashinda anapata 1,000,000. Wale wa basketball, wale wa volleyball, because acha niwaambie, if we do that Nairobi Festival kila mwaka to showcase ile talent tuko nayo na vijana wetu, I promise you in 2 or 3 years
watu watakuwa wanatoka dunia mzima kuja kuona kuna nini Nairobi, na ni vijana wetu ambao watafaidika. So that was what we are going to be doing. Nikienda kumalizia, juma swali yalikuwa mengi. Weche aliongea mambo ya special planning area. Na wacha niseme hivi, msifikiri ati mimi napiga ati wale wamekuwa mbele yangu. Si mlikuwa na Gavana Kidero? Kuna ile Kidero alifanya mzuri na kuna ile alichoma bet. Ile alifanya mzuri nimejifunza na nimeangalia, kwa sababu alikuwa ndio wa kwanza kuanzisha devolution. He had to set up systems, ilibidi ya set up structures, na nimeangalia na nimemsoma. Wa pili tulikuwa naye alikuwa anaitwa Mike Mbuvi Sonko. Si mnajua Sonko? Sonko kuna ile alifanya vizuri. Sonko alikuwa na roho nzuri ya wananchi wa kawaida. He had a heart for the people. Alikuwa na roho mzuri, lakini alikuwa messed up na watu walikuwa na yeye. Si ndio hiyo? So ile vitu alifanya mzuri, si ni mzuri pia mimi nijifunze. Ile ilienda vibaya nisifanye. NMS wakakuja. NMS kuna kazi wamefanya ni nzuri, lakini kuna ile wamefanya ni mbaya, kama kubomolea watu, kufukuza watu, kujenga hospitali bila kuweka vitu ndani. Lakini ile mzuri wamefanya kama hii special planning ambayo nyinyi wenyewe mlisukuma. Ile kazi ilianza kama ya mabarabara na makabro na nini, mimi nitaziendelea nimalize kazi yao. Sawa sawa? Because hawezi kuwa na serikali kila miaka 5 yule anaingia anasema ule alikuwa mbele yangu alikuwa ni mwizi, sikamilishi project yake, unaanza tena. You must continue what was started ili tuendelee. Na mimi nitakapoingia nitasema hii ndio vision ya Nairobi ya 10 years na tunaanza kuifanya kutekeleza. So hiyo special planning na urban housing lazima tuiangalie mambo ya affordable housing. Kama umekaa kwa nyumba unalipa rent 1500, sitakuwa ni nzuri at least uweze kulipa rent kama ni 1500, tukujengee nyumba mzuri. Si ati wewe unajiseparate wewe na watoto wako ati pazia ni curtain ya wewe na watoto pale mnaishi. Hiyo ni dignity. Hapo kuna heshima? Hakuna heshima hapo. Ile rent ya 1500 ikuwe mortgage ya 8000, baada ya miaka 10, miaka 15 nyumba ikuwe ni yako. Sio ni maendeleo? Na hiyo ndio tunapanga tufanye katika Kenya Kwanza, that everybody can own their house. So mambo ya affordable housing tuko hapo, tutahakikisha tumetekeleza na tufanye na nyinyi. Lakini kwa sasa at least ile mabarabara, ile maji mtaani, ile stima, zile masoko na shule zetu lazima ziangaliwe vizuri. Ambuche aliongea mambo ya governance. Hiyo mambo yako uliongea ni mingi. What I will tell you is this. Kila area Nairobi hii watu wanajua mahitaji yao ni gani. Kweli ama uongo? Kuna haja budget ifanywe tu city na wao MCA wenu ambao mnachagua, ama nyinyi pia mnataka kuhusishwa? Si lazima muhusishwe. So kila mtaa kutakuwa na participatory budget making, ambapo tunasema kama ni Mkuru kwa Njenga, kuna ile pesa ambayo governor atatumia, si ndio? Kuna ile pesa ambayo itakuwa ya mabasari na nyingine, lakini nitasema kama ni mwaka moja 20 million, mnasema nyinyi wenyewe ni nini mnaweza taka ya kufanya ya pesa hiyo. Mnakubaliana, mnaamua ni project gani, ewe ni project moja ya 20 ama project ya 100 ya miaka 5, but nyinyi wenyewe ndio mnaichunga. Kwa sababu nyinyi wenyewe mkichunga itafanywa vizuri. Hata sasa ile mko na mchango ya matanga, si mnaamwanga mnasema ai hatuwezi patia baba Kamau kwa treasurer, wacha tupatie baba nani ama mama nani, juu mnajuana, si ndio hiyo? Na hiyo labda mnachanga 10,000 ama 20,000, but your standards are very high. Lakini ikija ati nani atachunga 40 billion ya Nairobi, mnapatia mtu yoyote tu. So I want to give you participatory budget making. Nyinyi wenyewe mko mnasema hii 20 million tutatumia kufanya hii na hii na hii, so that you can be part of the process. Watu wa bodaboda, ndugu yangu ameongea Wekesa. Bodaboda pia nyinyi ni watu wa maana sana. You are very important people. Juu mmetoa burden kubwa sana kwa society. Lazima muheshimiwe, lakini pia lazima mjiheshimu. Si ndio hiyo? So mimi Nairobi, unajua watu wa bodaboda nimefanya na nyinyi muda mrefu. You need to be very better organized. Tuko na chama ya Nairobi ya widows, akina mama ambao wamewachwa na ndugu zetu. So unajua hivyo? Because watu wanawadharau kwa barabara na pia nyinyi hamjiheshimu. Sasa Wekesa ukienda kwa roundabout unapiga anti-clockwise. Kwa roundabout ukigongwa utauliza mtu. So all of you must also follow the rules. But what I will do, nitawapatia pick up and drop off points ndani ya town, ili muweze kama unapeleka mtu mpeleke mpaka pale anafika, lakini iwe na mpangilio. Kwa sababu wale wanasema bodaboda isingie town, a very elitist people who wanafikiria town ni ya wadosi.
bodaboda mbeba watu wawili uingie town na unachukua nafasi ndogo, lakini gari moja kubwa iko na mtu mmoja, yeye ndo aingie town. If we have to stop people from going to town, it is private vehicles, not public vehicles kama bodaboda. Lakini muwe na mpangilio mzuri, mfuate sheria. Imagine hata Kenyatta Hospital, there's a whole ward ya watu ya bodaboda. Si ni mzuri tuwapatie training? Tutawalipia driving school ili muwe mnajua what are the rules on the road. But hiyo kunyanyaswa itaisha. Na waambie ndugu zenu wale bodaboda zao zimefungiwa Central Police na Kanjo, mnaambiwa ati 20,000 25,000. Mkishapiga kura hivi Sakaja kwa governor, endeni muzichukue zote bila fine, zote mchukue bodaboda zenu. Sasa unanyanyasa mtu kama huyu, unamwambia lipe 30,000 ya bodaboda na yeye anachukua tu 500 kila siku. What are you doing to that person? Si ni kumrudisha kwa crime? So waambie tu tarehe 10 baada ya kupiga kura, kama uko na ink wewe unachukua bodaboda yao waende nayo, I promise you, without a single fine, ili tuanze zero from scratch, but mfuate sheria. Mimi pia sitacheka na nyinyi. Kama tumekubaliana ni hivi, we have said we want a city of order and dignity. Order ni these are the rules, kila mtu afuate rules ambazo zimewekwa. Hata mimi sitakuwa naruka barabara na mataa kama governor. Ati niko na nini inaitwa aje? Hiyo mawiwi hapana. Nakaa na nyinyi kwa traffic mpaka nitatue shida ya traffic. Si ni sawa? Haya. Ya mwisho nafikiri nimalize, nimeongea mingi. Single mothers. School feeding, yes. Unajua juzi nilienda shule, nilikuwa nawapatia madawati na nimesema kwa radio. Na watoto walisema ile kitu unahitaji ni chakula. Nilisikia uchungu sana. There are more children ambao hawaendi shule Nairobi kuliko Turkana County. Na sisi tunajivunia ati kwa capital city. Wengi hawaendi shule kwa sababu ya njaa. Nairobi ni shamba ya mawe. Kama una chakula Nairobi, hautapata mali ya kulala. Kama una pesa Nairobi, hautapata mali ya kulala na kitu ya kukula Nairobi. Si ni kweli? Utafukuzwa na utakaa njaa nyumbani. Kama kwetu ushago kwetu jirani atakupatia gorogoro ya mahindi, unachuna, hata fence ni mboga unachuna, unachemsha na unakula. So because of that in Nairobi County tumesema, na kwanza tutaanza na public schools, alafu hizo supplementary schools. Watoto wetu wote wanaweza kupata chakula kwa bei ya chini sana, hata kama ni shilingi 5, ile mzazi pia jua amejitolea kila siku ambao tumelipia kama county government. Wale watoto tumewafanyia program, wanapatiwa 650 grams of food. Unapata mtoto anapata lunch, hamalizi hata hiyo chakula, anapeleka nyumbani juu kuna wengine nyumbani ambao wako na shida pia. Na saa nyingine hata ni wazazi wanapelekea chakula. Ili wewe kama mzazi ukienda kuhustle, uende kutafuta mambo yako. Si wengi ni mahasla. Tunatafuta leo ili tukule kesho. Ukienda kuhustle ujue tu mtoto wako pali huko amepata Sakaja lunch huko shule yako, sawa. Hiyo ni jambo la maana ama sio mzuri? So we are going to partner with the private sector. Tumeanza, kwa mfano kuna mashule tunafanya saizi 33,000 children tayari wanapata chakula. Na hiyo ni kabla ya kuwa governor. Sasa tukikuwa governor, watoto wetu at least, unajua watoto wetu wanapoteza 30% ya elimu yao. Juu ikifika saa 7 wanaambiwa endeni mkule mrudi. Wengi wanaenda na hawarudi. So kila siku wanapoteza 1/3 of their education. Zile shule ambazo tumezifanya na muende muulizane. Performance, kwanza attendance ni 100%. Hata hapa najua hapa. Pale kuna feeding program, attendance imekuwa 100%. Performance imeenda juu. So watoto wa Nairobi watalishwa na watakula. Tuanze na public schools, then we go to the informal schools. Because of the budget. Na najua kuna agencies mingi hata UN ambao watapata na sisi mambo ya school feeding. So ya mwisho kabisa ni mambo ya, of course mzee wa Kiislamu, nimekusikiza sana. Vijana wetu watapata nafasi Kanjo. Lakini sema ati itakuwa wengi zaidi. Lazima niingie ni assess. Juu hapo kuna wage bill kubwa sana ya 18 billion. But 60% ya wale wako hapo tayari wako zaidi ya miaka 50. Na wengi unaona mtu ni mzee, anakaa mzee. But ID inasema kuna miaka 30. Unajua hii ukora ya Kenya ni mbaya sana. So we are going to do a proper handshake, golden handshake yao. Wale ambao wanafaa kuretire, waretire polepole, wapatiwe benefits yao ili tukue na a small lean county. Unajua haiwezi kuwa ati watu wa Nairobi mnafanya kazi mwaka mzima ushuru yote kulipa watu 13,000 people a salary.
yeti nyinyi ndio wengi. So ni bora tuwapunguze, lakini mimi kama governor ni create environment ambapo watu wanaweza pata ajira kwa private sector. Na hapa every ward, ndio maana nataka mchague MCA wenu vizuri kwa makini. Kila ward tunaweka hustler fund ya milioni 50 kwa kila ward. Mnanielewa? 50 million shillings Nairobi inakuja to 4.2 billion, na niko na budget ya 40 billion, na tunaongeza revenue ifike hata by 50 billion. Hiyo 50 million shillings ni ya vijana na kina mama na hata wazee ambao wanaweza kufanya biashara. Hapa kuna watu wanaweza kufanya biashara? Ama hiyo unahitaji? Viwandani wanahitaji hiyo fund. Na kwa Njenga mnahitaji, unaona? Unaweza pata mama kama huyu just needs one bunch of bananas kuanzisha biashara yake. Kuna mtu anataka tu kuundiwa stall, na tumesema Nairobi tunatengeneza soko ngapi? 20 kwa serikali yangu na Mushiri. So please, that is why I'm asking you today. Muwe careful sana. Ni nani mnachagua? Ni nani mnachagua kuwa MCA? Mtachagua mtu mwenye atachukua hiyo 50 million na yake kwa mfuko yake, ama mtachagua mtu atafanyia kazi? Si mnajua yule mtachagua kama MCA? Wa Mukuru kwa Njenga? Mnajua mnachagua nani? Mukuru kwa Ruben? Mnajua mnachagua nani? Na viwandani mnajua mnachagua nani? Mimi unajua sasa niwaambie yule mchague, lakini mimi yule najua. Hapa yule najua anaitwa Sangus. Ako pale hapa. Onsongo. Mimi huyo namjua ako karibu. Mwingine mtanifunza ni nani. Sawa sawa? Ule najua Mukuru kwa Njenga. Anaitwa kwa Mboka. Huyo anajua pale kunipata akiwa na shida. Na ako hapa mahali. Si mnamuona? Lakini ultimately nyinyi ndio mtaamua. Mbunge mnajua yule mtachagua. Si mnajua mnachagua nani mbunge? Mnajua mnachagua nani? Mchague yule mnachagua. Mimi yule najua anaitwa Kalumba. Lakini mchague yule mnachagua, nitafanya kazi na yeye. Na gavana mnajua yule mnachagua? Ama hapo mko na wasiwasi? So hiyo mko sure, at least mko sure bet. Wangapi wanachagua Sakaja kama gavana? Mnasema ukweli? Ukweli? Haya. Na seneta mnachagua nani? Hapa nafanya opinion poll, hakuna answer right ama wrong. Opinion poll. Gavana mnachagua nani? Senator? Wale wa bishop ni wangapi? Wale wa Sifuna ni wangapi? Hii ni opinion poll kama ya Ipsos. Women rep wangapi mnachagua? Mama Miradi? Wangapi mnachagua Pazaris? So women rep ni Mama Miradi? Hiyo pia ni sure bet. Huko juu ya urais. Ya urais mnachagua nani? Iko watu wa bottom up, wacha nione. Watu wa Azimio, wacha nione. Wamezimia. Watu wa Jakola. Mimi nafikiri nimemaliza. Naomba hivi watu wangu mnisikize. Unajua kuna wale wako nje. Sikizeni watu wangu. Kuna wale wako nje na kuna wale wako ndani. Wote ni wangu, si ndio? Si wote mmekata kauli kama ni Sakaja? Na sasa kama gavana ametembea, si anatembea mzuri? Sasa tukienda kumaliza, kabla nimalize, watu wangu sikizeni. Watu wangu wa Mukuru zote tatu, mnisikize hivi. Mimi naomba kitu moja. Tuwe na amani tukienda kwa kura. Tuwe na amani. Tumesema ndugu yako, jirani yako ndio ndugu yako. Leo ukipata ajali kwa bahati mbaya, hautauliza damu ya Mluya ama damu ya Mkamba ama damu ya Mjaluo. Tusitumie kuleta shida wakati wa siasa. Sawa sawa? Tupige siasa safi na tukubali viongozi ambao wanakuja kutuongelesha. Hata wale wanashindana na sisi
na mimi naomba mniombee. Mnaniombea? Mnaniombea? Sinaona wamenyekelea vitu mingi. Wamenyekelea msalaba mkubwa. Wanasema ati sijasoma. Kama singesoma ningewaambia hivi vitu wote nimewaambia leo. Mimi najua kwa mapenzi ya Mungu hii tarehe hii Ijumaa tumeshinda kesi yangu. Mimi nitakuwa kwa debe kama gavana wa Nairobi na nitawafanyia kazi nyinyi wote. Sasa ningependa ndugu yangu awasalimie. Mtakubali awasalimie? Wewe ni mbunge wa Lang'ata. Kabla nisaini hii manifesto yenu mimi nitaisign. Na ndaka na kopi yangu, acha Nixon awasalimie. Alafu mbunge wetu hapa Kalumba awasalimie as I sign that charter. Nixon Korir. Haya, watu wa Mkuru wa jambo. Amjambo tena. Mimi naitwa Generali, mimi ni mbunge wa Lang'ata, jirani wenu hapa. Nimekuja hapa Sakaja, nilimpigia simu gavana wangu Sakaja, nilikuwa namtafuta. Akaniambia ako Mkuru. Na hapa Mkuru, hapa Embakasi. Hapa Embakasi South ni majirani wangu na Lang'ata, si ni kweli? Si tunapakana barabara tu hapa. Mimi nataka niseme tu kwa ufupi. Sakaja ni kijana wetu na amekuwa seneta wetu na amesimama na sisi. Nimesikia manifesto yenu na manifesto ya Lang'ata haina tofauti, kwa sababu kule Lang'ata pia tuko na shida ya maji, tuko na shida ya usafi, masoko, mashamba zinanyakuliwa. Tunahitaji gavana ambaye atachunga hiyo mali, kwa sababu hiyo ndio mali ya wananchi. Na mimi nataka niseme asanteni sana. Huyu Sakaja vile nimeona kwa ile mikono mmeweka juu, mmesimama naye, si kweli? Na nasema hivyo kwa sababu yule anashindana na Sakaja, nyinyi mnamjua. Alikuanga deputy governor wa Sonko, si tulimchagua kama deputy governor wa Sonko? Na kama aliwacha Sonko, alishindwa na kazi akaresign. Kama aliwacha Sonko akiwa deputy governor, sasa atawezana na kazi ya governor kweli? Huyo tusimame na huyo Sakaja ndio aweze kufanyia kazi kule county government. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, asante sana Mheshimiwa Nixon. Wacha tusalimiane na ndugu wetu ambaye anasimama kwa mbunge wa Embakasi South. Dakika moja tu usalimiane. Asante sana. Amjambo. Asante sana Your Excellency kwa kutembelea leo. Tumefurahia. Na niseme hili. Vile mnaona nimekuja kama nimechelewa, huyu super governor wetu hawezi fanya kazi, anafanya na kila mtu. Ananiuliza kwa wapi na utaweza, nikamwambia nitaweza, nitakimbia. Kwa hivyo kitu moja mjue, anafanya kazi na kila mtu. Si mnaona? Kwa hivyo vile amewaambia, mimi nimetoka naye kutoka wakati nilipita na His Excellency the 50th. Aliniita akaniambia Kalumba kuja boss na kuita. Akaniambia tutatembea na wewe Ruben. Mlituona mkutuona? Si mlituona? Kwa hivyo mnahakikishia vile amewaambia kwa hiyo manifesto yake tusimame na yeye. Na mpigie kura kwa wingi, sababu najua haya mambo yote serikali analetewa ni kutozwa aonekane kama anatizilia. Ni kweli? Mimi hata hii manifesto yenu mlinipatia nikasaini juzi. Si ni kweli? Yale amewaahidi nimeyasikiza. Kuanzia sasa vile nilikuwa na waahidi na waletea ambulance na firefighter, nimesikia akisema ataleta yeye mwenyewe. Si ni sawa? Hiyo pesa nyingine tuweke mahali nyingine, lakini mwambie Your Excellency, kuna kitu hapa inatusumbua sana, inaitwa drainage. Kukinyesha nyumba zetu hii mtaa yote, hiyo mambo mengine ukiangalia utuangalilie pia. Na vile sasa tutaenda kumchagua akimaliza hii maneno. Wamama, simesikia pesa imeongezewa ile ya CHV. Tutakuwa tunaifuatilia. Asante sana. Mchague yule MCA pia atawafanyia kazi. Thank you Your Excellency. Asante sana. Mpigeni makofi Mheshimiwa Kalumba. Haya. Wapi yes, Onsongo salimiana dakika moja. Your Excellency Sir, incoming Governor Honorable Sakaja, Deputy Governor Mr. Mushiri, leaders wenzangu, all protocols observed. Hamjambo. Wananchi mko sawa sawa? Mimi nawashukuru kwa kujitokeza wakati kiongozi wetu anatembea hapa ili aweze kututambua kama wanamkuru. Mimi nashukuru nyinyi wote kwa kushikilia Kenya kwanza. Vile vile niwashukuru wale ambao walishiriki katika mchujo wangu na kuamua kwamba hapa mashinani
mimi ndio nitakayewatetea. Wale hamunijui, majina ni William Onsongo aka Sango 005, mtetezi wa wanyonge, na mimi nitawahakikishia vile gavana amekuja atatupatia sera zake, nitafanya kazi na yeye tuhakikishe tumedeliver. Asanteni sana. Asante. Huyu independent asalimiane pia. Bwana Saudi, hamjambo tena. Mheshimiwa Governor, ile nakuambia usiwe na ubaguzi. Sisi ni independent candidate, hatuna benye tumekuwa attached tu. Pili, nataka kukuhakikishia hivi na nikuambia hivi. Sisi watu wa Mkuru ndio tunalia sana, ule mtoto analia sana ndio unashughulikia kwanza. Kwa hivyo mahitaji yetu make sure umetushughulikia. Na kufika pale, angalia World Poverty Index. Ikiwa tuko chini, utuangalie kwanza kuliko zile zingine. Asanteni. Asante sana. Alafu tuko na mama yetu independent, na mimi sina ubaguzi, naambia watu wa vyama vyote na wapenda, mimi sina ubaguzi. Sakaja wapi? Si tumeamua kutembea na Sakaja. Hebu tingiza kura yake ya tarehe 9. Mnapotingiza kura yake, hata mimi niko pale pale. Uongozi ya mama ni tamu sana. Tarehe 9 chagua mama Fani Akosa Abuti. Yeye ndio dawa ya Ruben. Yeye ndio atamaliza njaa hapa. Tumekubali kutembea na bwana Gavana. Usituache, tuko nyuma yako. Asante sana. Asante sana. Tuwapigie wote makofi. Sasa tufanye hivi. Watu wangu mnisikize. Sikizeni gavana wenu. Sina mimi ni gavana wa mpango. Sasa hii kila mtu ambaye yuko nje, wape kinangashi kwanza. Haya, fanyeni hivi. Sikizeni. Listen. Wale ambao wamekaa kwa viti, toeni hizo viti, na wale wako nje waweze kuingia. Leo, sikizeni. Msikize niseme kila kitu, msisukumane. Haya. Mnanisikiza? Mimi super governor. Leo kila nyumba, Mukuru, kila keja, nataka kusikia fry. Leo hakuna kuchemsha leo. Sasa leo ni fry. Kila mahali. So mtaingia hapo ufungo, alafu mtatoka hapa, mtapanga ile ama watatoka. Sasa tuko pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tutaanza na wamama. Sakaja. Asante. Tulikuwa naye sasa mambo. Haya, nataka wamama kwanza pandele, wamama. Kwanza wamama wale wako na watoto. Mavijana tusaidiane. Mavijana songeni hivi. Mimi ndio wa mwisho jamani. Mavijana songeni hivi, kina mama hapo kwa mlango. Mavijana songeni hivyo. Na msifinye wa mama. Wamama. Mavijana tuko na nyinyi hapa.
Tumpatie bwana. Ambia wetu. Wakina mama lazima utafute njia yako tu. Wamama kwanza, wale wako na watoto kwanza. Mavijana nyinyi ni wamama, mwende wrong place ndani huko. Akina mama waende hivi kwa mlango, sio hapa. Sio hapa. Mavijana nyuma, msisikuze wamama bana. Wapi Nash? Wapi Bazum? Ako wapi? Sikizeni, tukiwa na utulivu tutamaliza haraka, si ni sawa? Kama wewe ni kijana na uko pande hiyo, somo ni toka hapo, wachia wamama bana, wewe ndio unatuchelewesha. Songeni, mnatuharibia. Kama wewe si mama na uko hapa, somo ni Nairobi iko na watu milioni 5 mame. Wacha nimalize hii. Tutaongea baadaye. Wacha nimalize hii. Haya. Wewe boss, tunakosana. Wewe songa, toka hapo. Toka hapo, wewe ni mwanaume bana. Ama nikukujie. Tuache akina mama peke yao hapa. Wale wako kwa mlango, mwanze kazi bana. Beni. Mnapoa mkitoka, sawa? Si ni sawa? Sasa kama mwezi fika hapo nifanye nini? Msaidie wale wako na watoto, tuwe na watu wa utu. Wale wako na watoto wasongeshwe, lakini mwanze. Mavijana mpo? Tuchunge akina mama, kila mtu atawahi. Hii ni super governor. Siku zote. Wacha nifike kwa mlango na kisha wanatoa mzuri, si ndio? Wanaweza kuwa wanaonyongea. Ndafikaje hapo?